alijitetea akaniambia, you know Morina, ya counselor. Mimi siwezi kubali kuku heartbreak. Actually nitakutreat vizuri. I'm not like other men. I will treat you so good. Actually nitakutreat vizuri. Na nimeokoka. So tulipopatana, you know mimi ni mtu. So utatoka Embu kuja Nairobi? Kabisa. Utakuja peke yako ama kuna mtu mwingine? Mwenyewe. Kwani date napelekwa na nani? Mapenzi nayo acha nikwambie. Hayo. Nikimwambia bibi nataka kupika, ananiambia I want to treat you like a queen. Utanipikia next time. Utakuwa unanipikia mimi nikiwa online. Na saizi ameguza mlima hapa bado? For the very first day. Yeah. Imagine. Hakungoja. For the very first day. Alipe high five. Kwani alikuwa anajaa aje na yeye? Life ikaanza kunichapa. Saimo, I don't want to be so emotional, just sitaki kulia kwa kamera. Jule mambo nilipitia, hata shetani mwenyewe akajaambiwa apitie, tunasemanga ni mbaya. Anaweza kimbia, haizi taka hata apitie hiyo mambo. What happened? Hata msanii tulikuwa tunaongea sana na yeye. So hata tulikuwa msanii mgani mtaje? Kwani kuna kitu mbaya alifanya? No, okay, ni Diamond. Yeah. Unaongea kuhusu Mondi huyo mmoja. Yeah. Okay, inaitwa Sumu ya Mapenzi. Sasa uone, unanipa high five. So Sumu ya Mapenzi ilikuwa inaenda aje? Mapenzi shubiri mwenzangu nakwambia. Nilijifanya napendwa na kumbe naumizwa. Eti nilipendwa nikaambiwa I love you, I need you. Mwiroreri wakwa nenda kugeithia muno ni maritwa makwa njitagwo Simon K na nenda kunyita ugeni thini wa platform ino itu na ni thengi no ndo gwitikira ku subscribe na gwitikira gutwirораgira na agikorwo hihi ni utwirораgira na ndo subscribe ite gwiraga njireria ungi support platform ino nayo no go subscribe, so make sure you subscribe na gwiraga wa subscribe ukahinya kindu gitaga notification bell niguo ndagikira content iyo ni kwiraga Simon ya upload kindu kieru. So karibuni sana muthenya wa umuthi itanathie muno ri ndugitikire tu nguririkania maundu manini ndina kambuni ya Tayari Lands and Housing iria ngoretwo ngikwenderia migunda nayo na ningwiraga kambuni ino niturehanite nayo for more than 5 years kana 5 years now na ningwiraga tutiri twakorwo na cases ocio the njuru na ndiri ndahurirwo thimu ni mundu kunegenia ni undu wa Tayari atianga ni undu wa title anga ni undu wa Asha uguo ningwiraga kiu nikio gitumaga ona ngorwo ndina confidence ya kumwira atiriri kambuni ino ni kambuni ya kwihokeka uguo ukigithia broti na kambuni ya Tayari menyaga ati uraigithia handu haria hagirire ni ndiramucokeria ngatho hindi ni undu wa migunda ria turari nayo haria Katutu migunda yo yathira na ndiramwira riu broti iria ndina cio ri ndina broti ci haria Kithioko ciramini icio ci handu hega muno handu ngiaka nginya broti cia gukomborithia kana nyumba iria ndiramwenderia ciringi 250 peke yake broti ciramini na taru he broti twendetie kundu ciari ramini tena muno na broti cio twendagia 150 na he hindi ndiraheanite scenario yo he mutumia urenda kwendia broti hau ahamiendia ciringi 450 mutumia ucio ri na ithe ndirakionire faida yake taru broti ci haria ciri 250 na ndiramurire mundu wothe uguthi site athiuria hau broti uria cirauma tauni-ini iyo ndungiona broti ithe wa 500 na ndi ndimwiraga gitumi kiria gitumaga wone tukiendia broti cireithi na kambuni ya Tayari ndimwira ta director ni surveyor kuma thiite tene muno makagura migunda iyo turu mugunda ucio turendia ni mugunda wa tene muno riu riria tinangia we ndangiendia ta andu aya angi endagia no kore mugunda thocio mugunda ikemwe hindi ro kwagurite ona 50 you can ona uguo ri guku ndimwiraga you are privileged kugura migunda na ithui na angikorwo nurenda guthi site ni ugathie urie hau tondu hari ona kambuni cirendia hau ri ni ugathie uhure thimu urie atiriri murendia migunda atia ungigakora mugunda urendio hau withi the wa 300 ndukanagure ucio witu I guarantee you that for free uguo ni handu hega muno uguo no ugure na ithui na wendie goro migunda yo niyo twina migunda kuria Joska broti cia Joska handu gwaka na wikare tha ici ungenda kugurira mamu wanyu andu aria mwe diaspora mugurire hau ni hega muno kana ciana ciaku wigithie ni undu wa ciana ciaku no magurire hau ni hega muno
schedules katurendia 600 na installment ni 650 ukagirira 100 balance ukareha miri 6 cia kuria icio ndakwira cia 250 deposit ni 50 for installment plan balance ukareha na miri 6 twina migunda acres migunda ya 800 wenda eke mwe ekaigire ekaithatu uguo maundu macio mothe undu ucio ngingwire nona t-shirt ire njikirite ni itu guku ungenda guka gutrain ithui maundu megie videography photography film IT maundu megie computer maundu macio mothe tukuhe skills tukwiraga twikaga kindu gitagwo hands on training 100% ni practicals guku nikuo kwega tondu uma guku ndubataraga guthie handu hangi ati gwetha ugi no ndu uria ndiramwira mwega muno ni ati mwana wothe aroka guku ni ndiratigire ni ndaikara nake thi wega tukaria ngamumenya wega ngamu understand na ati ona akiuma guku ngatigire ndamuonereria njira ati ngamwira we wagira gacira gaka ndukerira ni makerugamia wega tondu iyo niyo aim itu tumafundithie kindu makuhota ku benefit nakio no nangihoya Ngai ni ndimwira atiriri ciana icio ciothe ciroka guku mundu ndakanoke guku erire ati akiuma guku haria gathie akaugaga tigane gwa Saimo ndigire haha so namba ito ya thimu ni 0724333313 twina maundu maingi muno turafundithania guku ungikimenda no tuhurire na namba iyo mrehe ciana cianyu tucifundithie tumaririe wega muno makure wega makure me muthingi ni nginya wa Ngai foundation ni njega maundu ta macio mothe taru na video ici twikaga nyingi ringi ni njuri muthio gukona video ina era uguo ki video gakora ringi kamera ni yaka kaundu no student ya matuoyaga tondu twendaga maundu maya tureka nginya mamenye ti ati ni ume haha riu nyingi umwire ruthie athi ayo ni wira ni mundu raruta maundu ta maya ma Saimo re mwone gwika uguo twendaga tukamaturini maundu macio mothe so marehe guku na nitukuhota kumahandu wega karibu sana nenda kunyita ugeni mwiroreri wakwa o kuria guothe uri marito makwa njeta Saimo K karibu sana thini wa platform ino itu muthenya wa muthindi na mugeni wa Jerera ugwitwo Maureen na Maureen ugumwamwona haha Maureen ni darona riu nyambe ndimo update uguo no ni arona maundu mothe thini wa thi ya kiroho si ndio Maureen yeah so karibuni sana na ningwenda Maureen atugeithie twire marito make tusho ai already ndamwireta go Maureen ndauga ati twire marito make out of habit anyway ndio twire marito make mothe na kuma hau tuthikirie rugana rwake so ukae tu hapo please tumuthikiririe karibuni sana Maureen yes karibu sana asante sana kwa mara tujitagwa Maureen Obed kana Maureen Obed yeah Obedi yeah karibu kuri Maureen kujira kana Maureen Wanja Obed imete Embu County yeah so you'll allow me to mix Kiembu Kikuyu na Kiswahili no problem hata Kizungu hata Kifrench kiwezekana hata Kifrench yeah comment ça va ça va bien merci ça va bien merci I'm fine thank you you're fine thank you yeah ça va bien merci comment tu t'appelles moi je m'appelle Maureen yeah bora useme Maureen si useme tu Maureen no Maureen it's in French yeah atongea anyway karibu sana asante sana no amera marito maku Maureen Obedi ama Maureen Wanja Obed kanare tware usani zitagwa Hope Lady Fire yeah but the fire of the Holy Ghost okay yeah okay wewe ni msanii jina ya usanii imetoka wapi I do gospel artist. I mean, I do gospel music. Okay. No, diadaga kwira donini gospel artist. Todo there is difference between an artist and a minister. So you are a minister. So I am a minister of God. No, I'm not an artist because an artist ina mean kutumbuiza. Okay. Kwa hivyo mimi situmbuizi manake wakati nasema kutumbuiza nina kutumbuiza ni kufanya kile unataka watu wasikie. Lakini okay. Kuminister kwa Mungu ni kufanya kusema kile ambacho unataka Mungu anataka useme kwa watu. Okay. Yeah. No hutiria hanini. Hii okoro na rwimbo rumwe. Yeah. Hanini tuta canvas moja. Okay, niko nayo nimerecord but still sijaweka kwa YouTube. Inaitwa Siwezi. Siwezi. Yeah. Kidogo tu. Siwezi
siwezi linganisha Yesu wangu na kitu kingine. Mimi siwezi linganisha Yesu wangu na kitu kingine. Alinifia msalabani huyu Yesu wangu mimi, akamwaga damu yake ili kisa niokolewe. Ina maana nampenda kweli huyu Yesu wangu mimi, ndio maana siwezi kumlinganisha na kitu kingine. Siwezi linganisha Yesu wangu na kitu kingine. Mimi siwezi linganisha Yesu wangu na kitu kingine. What? Adunaweka ile inaitwa vibrato. Yes, it's a harmony. Yeah. Something that you have a very good voice. I love your voice. Thank you, I Ninehema love your too. voice. Thank you. Na bado your composition imeenda group of schools. Oh, thank you. Wow, watu unajitaje YouTube? Bado sijaweka nyimbo kwa YouTube bado. Kwa nini? Kwa sababu nilipo record sikutarajia kwamba ningeingia kwa Desperate Times. Kwa hivyo niliingia tu kwa Desperate Times ghafla. But I believe so nitaziweka kwa YouTube by God's grace. So sitaki kwanza tufike hapo kwa Desperate Times. Tutasikiza story yako kwanza ndio tujue venye hata ulifika hapo. But I can tell you for sure for free that you really have a good voice and you have a talent. Wow, thank you so much. So nitukwenda rutwabe tumenye kurerwo gwa kuria waciarirwo kana waciarirwo hano guo uri ukurite nginya ruge gakinya haha itiguo. Karibu sana. Mwiroreri na muthikiriria. Ni njariritwe Embu County. Na nilizaliwa hivi kama totally blind. Huwa mnasema totally blind. Okay. But us, we don't like calling ourselves like that. We like calling ourselves visually impaired because visually impaired means sioni hapa. Lakini kwa hapa ninaona. Okay. So nilizaliwa visually impaired. Na wazazi wangu waligundua kuwa sioni nikiwa na miezi 8. Okay. Waliponipeleka hospitali wakaambiwa na optician that this lady hawezi ona kabisa. So hapo wazazi wangu wakaamua kunilea, hawakunitupa, na shukuru Mungu. Walinipatia a lot of love. Yeah. Okay. Both my late parents. They give me a lot of love na wakang'ang'ana vile watanipatia masomo. Okay. So uko kwetu Shago, unajua it's a remote area. So walikushangaa ni wapi wangenipeleka shule. I thank God kwa mama moja anaitwa Madam Rita. Okay. Aliwaambia there is a school of visually impaired Meru. St. Lucy's, unaweza peleka mtoto wako. Okay. So that time they took me to that school. Nikiwa na 5 years. You can't imagine kupeleka mtoto wako boarding 5 years. Ni mdogo sana. Mdogo by the way. So ni kitambo nizoe shule, ilikuwa tricky. Nilikuwa nalia, mara nimeachwa nalia, but kidogo ma home 6 zikienda zikiisha, sasa ikabaki ma school 6. Na nika relate sasa na ma school 6. Na sasa nikakuwa mtu sasa ambaye nimependa elimu. Okay. So nikasoma mpaka class 8. Nikamaliza Meru. Bado still nikaenda Meru to a certain school bado, high school. Okay. But kwa issues za kifamilia, kuna maissues za kifamilia ambazo siwezi sema ni school fee. But kuna issues za kifamilia ilifanya sikuweza kumaliza. Sio kitu naweza mention hapa. You know many people wanasemanga kuna witchcraft. Hakuna. But mimi naamini kunayo. Because nilingangana kusoma for real, mimi on my side nilingangana. But nilikuwa ninaona mtu fulani ambaye sita mention wa kifamilia ananitokea usiku na ananitokea dini kwa class. So wa kifamilia very close relative. Actually very close relative. Na ilini affect sana hadi psychologically. Alikuwa nakutokezea aje? What do you mean? Like naona picha yake, unajua picha yake ina shadow yake iko kwa mbele yangu hivi. Na usiku namuona kwa ndoto anakuja na gunia ya masiafu akinimwagia. Yeah. Akinimwagia.
Kwanza that time nikimwona hivyo ni after nimemaliza class 8. No, before that nikifika class 7 alitry sana kuniharibia masomo yangu. Na njia gani? Because nilikuja kuna a certain secular artist ambaye anajulikana sana, sijui kama naruhusiwa kumtaja lakini sitamtaja. Lakini ni story inajulikana sana, ametoka Tanzania. Okay. This artist, he was my mentor that time. Na nilikuwa nampenda sana until nilifika place nikatafuta namba yake nikaipata. Na nilipoipata nikakuwa tunaongea and akaniambia siku moja angekuja kunirekodia nyimbo, because before I was doing secular music. For real? Yeah. So nikakuja nikarudi shule. Kumbe little did I know huyo relative wangu kuna pesa fulani walipata. Kutoka kwa huyo artist? No. Kutoka kwa kuna Island kampuni fulani ilikuwa inakuja kupeana watu, kuwapatia pesa. Ukiangukiwa na shamba yako ikiangukiwa na nini stima, unatoka, so wanakupatia certain of pesa fulani, unatoka uende ujenge mali pengine ndio uachie. So na it's a government project. So walipewa hiyo do. So walipopewa, kumbe that my relative aliamua hapa sasa atapata chance ya kuniharibu. So kuna pesa fulani alipeleka kwa ushirikina. Yeah. Na nasemanga hivyo nikuwa na uchungu kwa sababu mimi sikuwa itamani masomo yangu ingeishia hapo. So alipopeleka hiyo pesa kwa ushirikina, kuna kitu alisema, mimi I heard with my ears. Aliambia msichana wa sister yake. So alisema fulani, kuna watu ninaona hawataendelea mbele. And I remember it was quite an evening, ilikuwa evening time. Na sijui nini tulikuwa tunaambiana na mama yangu, ndio akisema hivyo. Then mimi sikuambia mama yangu anything, nikanyamaza. Kumbe sasa hii pesa wewe ilikuwa inakuhusu na nini? Hiyo pesa ni pesa ni wao walipewa. Okay, ni shamba ni yetu yote, but wao wako kwa hiyo shamba, it is one of our relatives. Ni close, very close sana kwetu. So I don't know if I can, okay, it is one of our relatives, let me say that. Auntie, uncle, you can just... It is of ni uncle yetu. Okay. So ni my aunt alisema hiyo kitu. So mimi nikanyamaza. Kumbe little did I know ni mimi ninatagetiwa. Na ilikuwa pesa mingi? Hey, 1.5 M my friend. 1 point something M si pesa kidogo. So hao ndio walipata hiyo pesa? Na sasa hao waliangukiwa kwa shamba yao. Kama vile sasa tuseme uko na brother yako na mwingine. So watu maybe tuseme kampuni fulani, maybe tuseme mfano ni stima, imekuja imeanguka kwako. So unajua utapewa hiyo dondi at least uweze kuhamia place nyingine. Okay. So wao mimi siwezi feel vibaya ni hao walipewa. Na sasa the reason ya kupeleka pesa kwa witchcraft juu yako ilikuwa gani? From kitambo amekuwa kingangana na maisha yangu. Unajua huko wanasemanga, and it is true, mtu disabled akiwa learned ama akiwa ameajiriwa mshahara wake ni mkubwa kuliko ya mwenye anaona. Very true. That is, hiyo nayo inakuwaga hivyo. So alikuwa naumwa. Na there is somewhere niliambiwa, watu ushirikina walimwambia me I'm the breadwinner of the family. Yeah. So hiyo alingangana juu chini. So alipeleka hiyo pesa akakuja akakuletea. What happened? No, hata hakuniletea, but unajua ukienda kwa ushirikina kuna vile wana monitor na hizo vio zao. Mimi ni hizo church za Kirona nimefunzwa about deliverance. Okay. So I know how these things works. So unaenda unaambiwa mtu fulani, unaenda unasema mimi nataka Morini tumfanyie 1 2 3. Unaonyeshwa yeye kwa kioo. So unaambiwa tamka maneno 1 2 3. Okay. Ama hii picha fanyia 1 2 3 kwa hiyo kioo. So hivyo ndio mambo imeenda. Bora umeshalipwa mganga pesa, ni hivyo. Okay. Yeah, so now mimi juu siku hata na habari sana najua, so ikakuja ikaanza kuniaffect. So huyu msanii amekuja kukuona? Hata hatukuwa tumeonana, but we were talking through phone. So hiyo kitu venye kulienda hivyo, hiyo ikaleta disconnection. Sasa ilileta sasa hiyo alifanya through huyo, alifanya isemekane kama venye mimi naweza sema sasa yuko shule. Niseme okay, siwezi naweza fanya hivyo. Lakini tunania mfano. Niseme sasa I'm okay. Maybe msanii, nitatumia msanii mgani? Okay. Tumia tu yoyote. Let me use my spiritual mom. JD. Niseme sasa juu anapenda JD sana.
mfanya ni my spiritual mama anaitwa JDK. Yeah. Okay. Junta anapenda JDK sana kama msanii wake na mentor wake na nataka afanye naye kazi. Huyo JDK nitafanya huyo Saimo asiende shule. Na tututumia JDK. Tumweke mawazo yake kwa JDK. So atakuwa anasema ametoka shule through JDK but si JDK. Now you're getting now. Sija kuget. Uja get. Hey. Na maanisha niseme sasa ninataka maybe uko shule. Ama maybe ninataka tuseme wacha nitumie na shule. Niseme sasa juu maybe unapenda like Hope Lidifier. Sasa mimi Mori nitasema juu huyo Simon anapenda Hope Lidifier na anatakanga kufanya kazi na yeye. Na juu sitaki aendelee pia kwa masomo. Nitafanya mawazo yake ni divert. Una get sasa? Hiyo mawazo yake nitaiweka kwa Hope Lidifier mpaka ikue ataacha shule through that Hope Lidifier na kitu imfanyie akue stressed up atoke shule. Njuu mimi nitajificha sitaki nijulikane. Itakuwa ni kama ametoka shule through Hope Lidifier. Umeniget? So wewe kitu yenye inafanyika ni huyo hapo indivertiwe itoke kwa shule. Exactly. Ikuje kwa huyu msanii ulikuwa unataka mpatane naye. Bas. So mimi hata sikuwa najua. So mimi nikakuja nikaenda that msanii tulikuwa tunaongea sana na yeye. So hata tulikuwa msanii mgani mtaje? Kwani kuna kitu mbaya alifanya? No, okay ni Diamond. Yeah. Unaongea kuhusu Mondi? Mondi huyo mmoja. Yeah. Mlikuwa mnaongea na Diamond? Kabisa. Wewe kuwa serious. Diamond ndio ukweli ama wa ukweli Diamond account. Wasafi. Huyu Wasafi mmoja huyu tune. Yes. Kwani wewe ni mnoma aje? Ni neema. Na sasa bado ulikuwa unachapa secular? Yeah, leo na gonga secular. Moja secular venye ilikuwa inaenda. Yeah. Nichapie tu moja. Acha nisikize. Okay, inaitwa Sumu ya Mapenzi. Sasa uoni ungenipea high five. So Sumu ya Mapenzi ilikuwa inaenda aje? I was talking about if you're dating a guy na huyu guy ako na mtu mwingine mahali na atake kukuambia lakini bado anakuonyesha anakupenda. So na wewe unafika mahali uko zile za mimi nimeshindwa kungoja. So namwambia babe basi kama utanirejelea ujue mimi nitakunywa Sumu ya Mapenzi. Okay. So ilikuwa inaenda aje? Najua ngoma inaitwa Sumu ya Mapenzi lakini okay, inaenda mapenzi shubiri mwenzangu nakwambia. Nilijifanya napendwa na kumbe naumizwa. Eti nilipendwa nikaambiwa I love you I need you. Kumbe mwingine kifuani na kumbe mwingine mdomoni. Kissing anapewa eti wanambia mimi ndo sabuni ya roho yake. Jamani nashanga nimeshindwa kuvumilia penzi mimi naumia na kama utanirejelea nileze mpenzi nitakungojea la sivyo mpenzi na sumu ya mapenzi nikishikunywa hiyo ya mapenzi basi nitafariki la sivyo mpenzi na sumu ya mapenzi nikishikunywa hiyo ya mapenzi basi nitafarikia baby mimi nitafarikia. Ayo ni moto, hiyo ni mbaya. Ningekuwa na ile kitu ya nini. Acha nipulize hizo. Wewe. Na mbona ukurekodi hiyo? Ilikuwa hit. Nilirecord. Na ilikuwa imechezwa to one of the stations za Kiembu. But sasa haikuenda mbali sana kwa sababu I don't know sikuwa con. So hiyo ndio ulikuwa unaambia Diamond anaimba? Sasa hiyo ni mimi nilikuwa nimetunga. Ndio nasema hiyo sasa ndio ilikuwa imefanywa approach Diamond. Yes, sasa ilikuwa sasa kitu ilikuwa imefanywa approach Diamond ni kwa sababu nilikuwa nataka kuwa one of their artist, one of his artist. Na that time sikuwa hata kwa ametengeza Wasafi. Juu alikuwa ameniambia kuna studio natengeza, mimi akimaliza kutengeneza nitaingia. Actually mimi ndio nilikuwa ningeingia wa kwanza. Wasafi. Sasa wewe ndio ungekuwa Zuchu. Mimi sasa ndio ungekuwa Zuchu wenu sasa. But Mungu naye ni nani? Mungu ni bazuu, alinitoa huko. Akakutoa huko. Yeah. So umeniambia venye sasa your relative ameenda kwa witchcraft,
amekuconfuse. Sasa umeachana na mambo ya shule. Na mambo na shule. Kinye sasa unafikiria tu ni kuhusu Mondi. Wallahi nilikuwa nimetoka, nilikuwa nimechizi na Diamond yani wallahi. Mondi yani mpaka roho yangu yani ungepima damu. Ingesoma Nasibu Abdul Juma. Yani majina yake kamili. Okay. Yeah. So did you meet with Diamond? Yeah, I met with him later on. Wapi? Meru. Yes. Hebu nieleze venye kulienda. So, okay, so nikakuja nikakaa, so mimi nikaingia shule. Before after kuingia shule nakumbuka nilipoongea na Diamond, nilipoingia shule nilipokaa, nikapata nimegonjeka. Tunaita keratocaries. Opticians, they can tell you what is that. Ya macho. Na mimi sisemangi ni kawaida kwa sababu mimi I was born blind na sijui kuwa na shida macho. So hiyo keratocaries ni ile pressure ya macho ile tunatokea kitu ya blue. Mnaita jereri. Nimeget. Yeah, ile kitu ya blue na ikifura ikae sana kama treatiwa, jicho ina burst unatolewa macho. Very true. I thank God. Mimi sieti na discourage madaktari. Lakini mimi kuna kitu naamini. I have God who is above all. And niko na Mungu ambaye ni daktari ambaye ajengia kwa klasi ya mtu, kulechiwa na mtu. Kwa hivyo mimi ninaamini Mungu wangu ni zaidi ya madaktari. Amen. Because hata madaktari kile waliniambia, nilikatana na nikaambia daktari, haiwezekani hivyo unaniambia. Niko na Mungu ambaye najua atafanya operation yake binafsi na ataniponya. So mimi nilipoenda shule, kumbuka sasa niko sasa class 7, ninaenda sasa second term. Nikaenda shule, hiyo keratocaries zikanisumbua, nikaprefaiwa ninafaa kurudi nyumbani. Okay. Nikarudi nyumbani. Niliporudi nyumbani, ilinisumbua and nikaenda Embu Hospital nakumbuka. Daktari aliniambia, Maureen, hii macho yako, unajua nimeenda kama hii Friday. Tuseme sasa tuseme leo ni Friday. Daktari akaniambia macho yako, next Friday usipopeleka OCT will burst. Kai. Mimi hata before niongee anything nilianza kulia. But nikaona kulia itanisaidia. Nikasikia kitu imeniambia jipe moyo. Nikajipe moyo nikamwambia daktari, she was a lady. Nikamwambia you know what? Sikatai. But mimi najua niko na Mungu. So huyo daktari akaniambia hapana, lakini tu enda ufanye nini? Utritiwe. Kitu ilinistress sana, aliniambia niende theater. Kai. Sijui enda theater kwa maisha yangu. Na nasikianga huko una signingi. Nika-imagine mimi niende theater aji sasa, nikakata. Nikamwambia daktari, what I will do, mimi wacha tu niende nyumbani. Daktari alikataa, akaniambia okay, sitataja hiyo hospitali iko hapa tu Nairobi. Akaniambia nitakurifa hospitali fulani hapa Nairobi ya macho. Na nitaongea nao madaktari ili uchukuliwe. Niliambia mama yangu, "Mom, kama vile Mungu anaishi, ninajua uponyaji wangu kuna Mungu. Na sitaenda operation ya mtu. I'm telling you Saimo, ujue kuna Mungu mbinguni." Nilienda home, nikaenda nikapewa dawa zile niliambiwa ninunue. Na nilipoenda nyumbani, nikaenda, hata sikuweka hiyo dawa by the way. Hata sikuweka, niliweka tu once. Nikaenda kwa kuna mchungaji mmoja nilienda kwake, akaniombea na jicho yangu ikaanza kurudi normal. Unimagine from operation yenye ningeenda. So hii ni operation ya Mungu. I want to tell people that there is God. Kuna Mungu ambaye hufanya. Bora tu ni ukimwamini. Kweli. You let his will to be done. Mimi jicho yangu ilianza kurudi normal tu na ikakuwa sawa. Sasa ile makosa huyo mtu alifanya, aliniambia sababu huyo msanii unamtaka, kuna issues fulani na yeye. Okay, sitasema kile aliniambia exactly. Sasa huyu the relative. No, huyo sasa mchungaji. Akaniambia kuna issue na yeye, wache kuenda njia yake. Kuna issue fulani na yeye. Though, you know, I can't disclose sana juu nasemekananga sijui kwa 1 2 3. So hiyo venye nasemekananga, but mimi sa that time angenielezea. Na I want to tell people this. Mtu akiwa under adolescent stage, just know how you handle him or her. Mchukulie kama unaona vile unashikanga mayai sivunjike, mhandle hivyo. Juu angeni handle vizuri pia yeye, maybe ningemsikiliza. But kuniambia hivyo ako 1 2 3, ujui kama umenishtua. Unaona, that time nilikuwa even I was katini. Actually I was around tuseme 16 15 hapo.
So mimi kwangu nilisikia hapana, mbona ananiambia hivyo, mimi wacha niende. Na nikasema no matter what, wacha mimi niendelee kujiconnect na yeye. So ilikuja, kumbe sikujua alifunga namba yangu na Diamond tusiongee. Ikaenda hivyo. Imagine alipoomba, yeah, you know that time alikuwa na speak in tongues, na okay, mimi sikuwa najua ku speak in tongues. Sasa nashukuru Mungu, Roho Mtakatifu amenifunza. So alipokuwa naomba alifunga, na nikakuwa mimi na Diamond hatuwezi patana hata. Nikijaribu kupigia Diamond inachukuliwa na mtu tofauti. So nikakuja, ikanipe stress. Nikafika mahali nikapata ulcers because siku hata na mtu wa kuniongelesha. So niliona dream yangu imbaji imeenda chini, imeisha hivyo. Na nilikuwa najiona mimi niko star. Sasa kwa nenda kwa mavilabu, mimi nani? Yaani kila mtu walai atakwenda na mimi ndo nitakuwa na tesa. So unajua bado kwa katini uko na zile unaona. So little did I knew, nikajipata niko stressed, nikapata ulcers ambazo zilinisumbua. Shule singeweza kukaa juu ya ulcers. I had to come back home. Niliporudi nyumbani, there was a place mamangu akanipeleka kwa maombi. Because mamangu ni mtu anajua Mungu, alikuwa anajua Mungu sana. Nilipoenda kuombewa, huyo mtu alinitajia that relative. Na hamjui, actually si eti hata anajua kwetu. Aliniuliza, do you know so and so? Aliuliza mamangu, do you know so and so? Mamangu akamwambia ya. Akamwambia acha nikwambie, mnasema ni Diamond ametuma msichana atoke shule. Kuna mtu hapo katikati amejificha kwa jina la Diamond. Yeye ndiye ameharibu nyota huyo msichana ya shule. Na kwa sababu anaonekana ni mwerevu na nyota yake ya shule ni kubwa na anajulikana tenda mbali. So this so and so ni yeye ameharibu. So mimi nikakuja nikaenda nyumbani. Nikakaa nikajiconnect na one of the church, the biggest church iko tu hapa Nairobi. Those it mention jina. Juko na station yake, mimi nikakuwa nasikiza Cassius through your station. One of the pastors, nakumbuka one of the Fridays Cassius anijui, by the way tujawahi meet, hata hatukuwa tushoi meet hivi, hata tukua tushoi ongea. Nilisikia tu tuambia tuombe ombi la msamaha. Nikasikia roho yangu ni mzito, inakataa kusamehewe mwenye alini disconnect na Diamond, but kumbe Holy Spirit anamwambia. Nikasikia amesema usiposamea mtu, si unaomba baraka zikuje kwako. Na huyo mtu naye anaomba baraka zikuje kwake. Ujue mwenye umekataa kumsamea anaendelea kuomba, Mungu atachukua hizo baraka atampatia. Na wewe ambaye umekataa kusamea huyo mtu, baraka zile ambazo Mungu alikuwa kupatia atakuwa anakuja anaona umefunga moyo. Hiyo baraka itangililia wapi? So atakuwa anaenda na pea ule mwenye hukumsamehea. So huyo mtu anapata double yako na yake, unabaki hivyo. Wewe nikasikia imeniguza. Nikasikia roho yangu inataka tu kumsamea. Akatuambia tuombe ombi la msamaha. Mimi nikaomba ombi la msamaha. Kuna kitu nilikuwa nasikia nikipumua imenikalia hapa. That time yote nilikuwa na stress. Nilipoombea msamaha nisikia hiyo kitu imetoka na imeenda. Na nikasikia my heart is free. So from that huyo pastor akasema tu utamuona. Nilikuwa naomba pia nionane na Diamond. Huyo pastor alisema tu utamuona. On that the same Saturday. Si nimetoka hiyo Friday kesha. Saturday nikapigiwa simu ni meet Diamond Meru. So mimi nikaenda nikammeet. Though wacha niseme alikuwa amekuja ama ni ile show alikuwa amekuja Meru. Yeah. There's a show alikuwa amekuja Meru. Nimejua. Na hata nilikuwa nimeenda show yake Thika. Alafu akakuja Meru. Yeah. It was 2016. Around that time I think so, yeah. Na ilikuwa The Restiers. Something like that. That time alikuwa namdeta msanii nani? Huyo wa Kenya. No, ule wa Uganda Zari. Hiyo time hakuwa na msanii wa Kenya? That time hakuwa na Tanasha. Alikuwa na Zari that time. Okay. Yeah. So nikakuja, nikaenda nikammeet. But I want to tell people that. So mlimita aje? Mimi nilienda shule. There was a certain teacher who came to me. Akaniambia anataka nirudi shule. Nikamwambia sasa niko na stress unless kwanza nione Diamond. So alienda akaambia chama ile mnaita bondi ya shule. Akaiambia msichana amesema mpaka one Diamond. So the late chairman ambaye alikuwa board wa hiyo shule alisema basi tutafanya juu chini tumtafutie, hiyo sio issue na yeye arudi shule. So nikatafutiwa huyo Diamond. So wakati alikuja nikatafutiwa connections vile nitammeet. So mimi nikaenda shule, nikalala shule, then nikapelekwa na mwalimu mmoja wa hiyo shule, nikaenda nikammeet. But I want to tell people that Mungu akiamua kitu hata ufanye aje, ameamua.
You know, maybe Mungu wako anataka niende na hiyo line ya secular music. So venye mlimit mliongeaje? Tulimit. For the first time I was very emotional. Ukalia? I cried. Mimi niliona like kama nimeguza malaika na mkono juu, siku anajua huyu ni Diamond for real. Na I thank him juu. By the way alinichukua. Mimi nili expect, yani hakunichukua na ile ustar. Unajua maybe kuna mtu angesema sasa huyu kipofu ni nini anakuja na mimi star. Mtu wenu kipofu hapa. Yani yeye alinichukua. Alinyenyekea sana. He was very humble. Yeah. Na akanisalimia, akaniuliza majina. Nikamuuliza you Diamond sure, akaniambia ya. Akasema hadi tupige picha. I remember there was even 2 ladies ambao walitaka tupige picha. But Diamond akawaambia no. Aliambia msichana kwanza no. There's a lady hata alitaka kucross katikati yangu na Diamond. So kweni yako karibu na Diamond kabisa. There was a lady, so Diamond alimwambia no tafadhali, not you. I want this lady. So Diamond tukapiga picha, then akaniambia acha kwanza akapumzike kwa sababu unajua alishindwa kuniongelesha because I was too emotional. Akaniambia acha kwanza akapumzike alafu tutaongea. But the lady nilikuwa na huyo mwalimu angeweza kukaa kwa club. Kumbuka Diamond ni mtu wa vilabu. So unajua wasanii wa secular. So haezi kaa kwa club until Diamond amalize show. So akaniambia itabidi nirudi nyumbani. Alafu Diamond atachukua details then tutaongea. Itabidi tu nirudi nyumbani. Diamond pia alinipea cameraman wake. Okay. Niongee na yeye. In case of tukose kupatana niambie cameraman what I want. So mimi nikarudi nyumbani. Kurudi nyumbani kumbuka bado sijarudi shule. Nikakaa na Alsa sasa zilikuwa pia zimeanza kuniisha. Okay, juu umeona Diamond. Hata si before nione na Diamond. After sasa nimejoin hii church na kuambia. Okay. So through tu kuomba. Through Cassius. That pastor aliniambia tu, imagine tujoi kutana. Yani kuna nguvu za Mungu. Alisema tu hizo ulcers, hizo vidonda vya tumbo nimezikomesha kwa jina la Yesu and they will never zitakutesa tena. Alipoomba hivyo nilisikia kitu hapa baridi. Imekuja something baridi na from that time zikaenda until today hata siwezi kuambia zilienda wapi. Yani kuna nguvu za Mungu. So mimi nilipo meet na Diamond ulcers hata zilikuwa zimeenda. Okay. So nikaenda nyumbani nikakaa home sana. Nikiwa bado nafuatilianga hizo cases. One day the same pastor ndo alikuwa naambiwa afanye deliverance. So ilikuwa ni saa 9 za usiku. Kila saa 9 huwa anafanya deliverance. Na alipokuwa anatuelekeza vile tutaomba, nikaomba akasema utarudi shule. Kumbe ni mimi alikuwa anaambia. You know when the Holy Spirit anakuambia kuhusu mtu, there sometimes hautataja mtu jina but ukiambia mtu hicho kitu ambacho kinahusu huyo mtu kuna kile utafeel your spirit is connecting. So akasema utarudi shule. But nikasikia hapana, yes ni mimi ninaambiwa lakini hiyo ikakuwa inakataa. Kumbe little did I knew. One Friday alisema hiyo nguo ambayo anti yako amekuvisha ya aibu ninakuvua, ninamvalisha yeye na shule utarudi. Let me tell you there's words, kuna maneno yakizungumzwa wewe yanapenya kwenye anga. Because mimi aliposema hivyo, Saimo siwezi kuambia nilipata wapi hamu ya kurudi shule. Hata siwezi elezea mtu hata leo. Nilijipata nimeshataka kurudi shule na nikarudi shule. Ilibidi kwanza ni repeat class 7, nikaingia mpaka class 8. Na nilipomaliza class 8, huyo relative akakuwa na hasira sana. Hakakasirika. Akaanza kuambia wa mama, najua wenye anaambia watafikishia mama yangu. Akawaambia juu nilipotaka kwenda high school, niliambia mama nibaie box mpya. So aliponibaia aliambia mama, sasa mwanamke mjane hata anaweza somesha aji na watoto wafaulu. Umesikia mtu akona kitu kwa roho yake? Na yeye mama yangu akakuja anaambiwa, hata mwanamke mjane atasomesha aji, hata atawaitoa wapi school fee ya kusomesha na hata ana mwanaume. Mama yangu akakuja ananiambia, na mimi nanyamaza tu. Nikamwambia mama yangu, fanya hivi. Wewe piga magoti. Si kuna Mungu wa wajane. Kama kuna kitu ana plan, itakuwa inamrudia na familia yake, sio sisi. Tuseme back to the sender. I thank God because niliporudi shule nikaenda shule. I thank God kwa my MP na aunti yangu, kazi ya babangu. Alingangana sana nikakuwa naweza kupata school fee hiyo basari na mimi sikuwa ifukuziwa fee. Nashukuru Mungu sana. Amen. So mimi nikakuja shule. Kumbe alikasirika zaidi.
Si alingoja niwe nafukuziwa fee. Aliona hiyo haiwezekani. Kumbe alienda akafanya mambo zake. Nilipotoka kwa shule nilipokuwa Meru, nikamwambia mama ni transfer nikaingia shule fulani na huko Thika. Nilipoenda hiyo shule mambo ikanianza sasa, vitu sijawahi experience kwa maisha yangu zikaanza. Nikakuwa na sleepless nights. Yani nikilala sitamani hata nilale. Nikilala namuona kwa usiku kwa ndoto amejaza gunia ya siafu akinimwagia. What? So ukiota ndoto kama hiyo, hata kama ni wewe huwezi tamani hata ulale. So mimi nikakuwa yangu ni nilale mchana, usiku hapana. Na hiyo mchana niko seni yote mimi kimeumana. Naota hiyo. Mara ninaota akinionga na scalpel. I don't know if you know scalpel. So ikakuwa ni shida. Akaniwekea roho tunaitanga ya rejection. Wanafunzi nakumbuka hata kuna time wanafunzi walisema mimi ni wa Illuminati. Sijawahi sahau na hiyo kitu. Mimi na sijui hata Illuminati na ingilili yangu aje. Furila hata sijui. Mimi nasikia sijui ni 666. Hata sijawahi finya hii, hata sijui inaanzangu aje. Na wanafunzi wakaanza kusema eti mimi ni wa Illuminati. Nikafika mahali Simon nikasema hii rejection it is too much. Siwezi cooperate na wanafunzi. But walimu wako sawa na mimi. Unafikiria hawa walimu ndio nitakuwa naenda kwao nyumbani? Unalala tu huko kwa wanafunzi. Si ninalala na wanafunzi. Wanafunzi nikiachua homework sio ndio nafaa kunisomea. Ni kweli. Na mwalimu anataka homework yake apate imefanywa. So mimi nikafika, I remember there was Kalidi fulani nilikambia kanisomee homework. Unajua alinijibu I'm too busy for you. That is the word alinijibu. Nikasikia hasira. Na mimi nikaambia nikaambia my class teacher, muniandikie tu barua niende nyumbani. So sikujua kumbe walimu wamefunzwa mambo na psychology. Akaniambia what will do, unaona kuna psychological problem, nitakutafutia counselor. Akucancel. So mimi nikatafutiwa counselor, but counselor ni kama alikuwa student. No, student wa a certain university. Okay. So vile nilimsoma pia yangeweza na shida yangu. Sorry, na siko basi semi ma students wenye mko attachment msinikasirikie, but hiyo shida yangu it was a bit very hard. So angeweza. Juu hata aliponi cancel hapana, nilikuwa nasikia hapana, bado hajaweza kabisa. But wewe akani cancel, akaniambia wewe yako imekuwa ngumu kidogo, akangangana kuni cancel. Wewe akatoka akaenda. Na mimi nikafika mahali nikaambia juu grade yangu pia nikisema hivi nasikianga vibaya na nasikia shame kusema, lakini acha tu niseme grade yangu ilianza pia kushuka kwa sababu mimi Saimo na mimi si wa kuringa, mimi si ringi. I'm a very bright student. Okay. Na mimi ni mtu very intelligent. Mimi ni wa B kupanda. Na mimi kama nimecheza sana na masomo C minor. Okay. Sasa grade yangu ilikuwa imeshuka even below C minor. What? Na nikaambia mamangu, mimi mam, siwezi kuwa kazi yangu ni kuenda tu kukaa shule alafu nilete grade yenye itanipeleka university. Because me I wanted a university direct. Because in my life I wanted to be a lecturer. Okay. Nilitakanga niwe lecturer wa Dar es Salaam University ama Nairobi University ama KU University. So ukumbuke ukitaka kuwa na hizo dreams kubwa hivyo si ufai kucheza hata dakika moja na kitabu. Kweli. So niliumwa kuona grade yangu imeanza kushuka na by the way I cried, nililia. Na nikaambia mamangu don't waste your energy again. Wacha tuishe. Mwenye amefanya hivyo amefanya na wacha afurahie matunda yake. Ishe tu. Nilienda nyumbani 20 time ya corona, sikurudi shule. Nikakaa home na hata kuna mtu niliambia sitarudi shule. Nilinyamaza. Time ya corona ikafika, mimi sikurudi shule, nikaenda nyumbani na nikakaa. So nilipokaa nikaanza kujiuliza sasa niko nyumbani, nini itanisaidia? Nikaona sasa kitu inaweza nisaidia, maybe I have the skills. Nikasema sitajichukia. Kwa sababu naambianga watu ugonjwa ule mkubwa zaidi duniani ni kujichukia. Hata sio kurogwa. Mtu anaweza kuroga. Lakini kama unajipenda, bado Mungu atakuwa anakupenyeza kwa njia nyingine na nakupeleka kwa njia nyingine. Nikasema I will not hate myself. I believe I'm very beautiful. I have the confidence on myself. And I'm a girl of ambition. I'm ambitious lady. I'm a girl of ambition and vision. So siwezi jichukia. Na hata saizi kama unaniona, you can tell mimi
I focus in myself. I focus on myself. I focus on me. Na ni vile tu sasa niko na mtoi, so I focus on me and my kid. So mimi nikakuja nikasema no, mimi niko na skills. Mungu amenipatia nini amenipatia? Amenipatia uimbaji. Wacha ningangane na hii. Ni kweli. So mimi nikakuja kumbuka mimi nilikuwa msanii wa secular 2015 na huko. So nilikuwa nasikia kitu inaniambia niachane na secular artist niingie kuwa gospel artist. So nikaanza kuombanga sana na kuwa naomba na naambia Mungu sasa nimejiachia kwako. Do with me the way you want. Let your will be done. Not even my will, but your will. Mungu akanipatia calling ya kuwa msanii wa being his minister. Na nikaanza sasa kuimba gospel. 2021 nikaendelea hivyo kutunga nyimbo polepole. So ikafika 20 time ya Madaraka ilipokuwa Embu. Sizi kumbuka ni lini. I don't know 2020 what. Ilikuwa Embu. So nikakuja after Madaraka nikaenda nikarecord wimbo. Nilipo record hiyo wimbo wa Siwezi. Nikakuja wakati ninangoja kushoot video na kuweka wimbo kwa YouTube. My mom alipass last year but one. So my dad alipass 205. Nikangangana na my mamangu kunilea mpaka saka pass last year but one. So kumbuka sasa life ikaanza kunichapa proper Simon. Ushisikia kupigwa na life. Life ikaanza kunitandika. Mamangu sasa ndio amepass. Sasa ni mimi na maisha yangu. So my sister ako mbali na mimi, amoleka mbali. Brother yangu ni mdogo, so ndio sasa mimi. Na ukumbuke sizienda kwa sister yangu, kumbuka ako na mume tayari. So sasa ni mimi nijue what to do. Life ikaanza kunichapa. Saimo, I don't want to be so emotional juu sitaki kulia kwa kamera. Jule mambo nilipitia, hata shetani mwenyewe akajaambiwa apitie, tunasemanga ni mbaya. Anaweza kimbia, haezi taka hata yapitie hiyo mambo. What happened? Mamangu alipopass nimepitia vitu mingi. Huyu mimi nikakuja natoka from one place to the other. From one place to the other. Hata watu wa familia wenyewe nikaanza kukua burden to them. Watu ambao ningedhani wangewaichoka na mimi. So, you know, wacha niseme Saimo, kuhandle mtu disabled. Let me just say it's very inahitaji ukuwe so careful. Kwa sababu kuna ile mambo mimi unaweza niambia nijichukie. Hata kama ulikuwa unanipenda kama mtu wa familia, nitaanza kukuchukua in a different angle. So for me, nilipotoka, I remember my mama alipopasi nilitoka Meru, nikaenda Meru direct. Juu sikutaka kukaa kwa hiyo environment because it was tormenting me na nilikuwa ninaona nitajiwa tu nifuate mamangu. So mimi nilitoka nikakaa Meru, then nikatoka nikaenda kwa familia moja na huko kwetu. To that family nilipokaa wakaniambia nitakaa na wao vizuri, but unajua mimi ni hizi church za kiroho. Na wao ni watu tofauti na ni wa dini tofauti. Kwa hivyo vile ninaomba maombi yangu ilikuwa inawasumbua. Okay. Wali decide kunitoa kwa familia yao. Bila hata kutaka kujua my emotions, bila hata kutaka kunijali. So wao wali decide kunitoa kwa familia. Na kunitoa walitumia njia gani? Walifanya hivi. Walikuwa wanasema nikiomba, nikispeak in tongues, ni kama na wakejeli. Na for real, mimi sikuwa na wakejeli. Mimi nilikuwa ninaomba. Because there is one thing I know, na tulifunzwa. When you pray, when you speak in tongues, you speak mysteries. And you speak kile ambacho mwanadamu hawezi elewa. Ni wewe Mungu na mbingu na malaika. Ndio wanaweza elewa. Hata shetani mwenyewe hawezi elewa. So mimi hupenda sana sana kuspeak in tongues wakati ninaomba. So hiyo kwao ilikuwa inawasumbua. Na mimi siwezi kataa. Mimi I know naweza kuwa persecuted because of my faith, but haina shida. Nilitoka na before nitoke kuna wakati nilikuwa naambia uncle yangu, hata mkinipatia intimidation, juu uncle yangu alikuwa amekataa kuchukua, tumeagree nichukue mahali akakosa kunichukua. So mimi nilijipata nimemwambia hata mkinifanyia madharau, hiyo madharau yenu haiwezi kaniintimidate. You know very well Simon umesoma what is the meaning of the word intimidation. Unaona? But huyo uncle yangu mwingine alipata nikiambia uncle yangu hivyo na his mama alikuwa hapo. Ile venye alisema iko nifurahisha. Aliambia mama yake, unajua intimidation inamaanisha nini?
kutumiwa vibaya kwa faida ya mwingine. Na for real, wewe umesoma, does it mean that? No. Na yeye alisema hivyo. Akasema eti mimi nasema mama yake ananitumia vibaya kwa faida yake. Nikamwambia sijamaanisha hivyo. Akakataa na akakataa, akaniambia tu Google. Nikamwambia acha nikwambie, siwezi waste badul zangu ku Google kitu kama hiyo na ni kitu inajulikana. Does it mean walimu wangu hawajui Kizungu? Nikamwambia mimi sita Google. Na wacha Mungu mwenye anajua ukweli atugugulie yeye mwenyewe. Najua ukweli wa hilo jambo, ukweli utasimama. Akaambiwa achana na hiyo story. Kumbe yeye alienda kulewa kupanga vitu zake ndiye akuje anivuruge akiwa mlevi. Kumbe hapo ndipo nilijua wenye wanavuruganga vitu wakuwa amelewa, they pretend atijua amelewa, kumbe ni jambo anakuanga ameshapanga. So alikuja usiku, mimi niko kwa nyumba. Alikuja akaanza kusema hata sijui ninafani, akaanza kusema eti mimi ninaombanga sijui maombi marefu. Mimi hata ninasema mama yake ananitumia vibaya kwa faida yake. Nikamuuliza what are you talking about? Na nikasikia hasira. Baadaye nilimuuliza na hasira, ulinisikia wapi nikisema hivyo? Kunimuuliza hivyo alikuja akanigonga. Akanitoa juu nilimuuliza nilikuwa naelekea saa towards kutoka kwa nyumba. Alikuja akanigonga na akaniambia nitoke huko, nijue huko ni kwa babu yangu, sio kwetu, na ni kwa baba yake. So nitoke niende. Saimo kuna mali nafikangu nasema enough is enough. Na nilitoka. Hata walipojaribu kunirudisha nilikataa. Nikawaambia heri nikakufie kwa streets. Wacha niende saa mali mama yangu alienda. Mamangu si alipumzika. Ni vizuri na mimi nikapumzike. Nikae vizuri. Niwe tunaonana na mamangu huko. So mimi nilijipata nimeshatoka na nikaenda. Nilipoenda walitumia, unajua wanajuanga watu disabled, ukijuana na mtu fulani mkuu marafiki, huyo ndiye atakuconvince. So kuna mtu rafiki yangu, uncle yangu fulani Wanduthi, anazoea, tulikuwa marafiki sana. Wakamconvince niende nilale kwake. So huyo mtu akakuja akaniongelesha, akaniambia Maureen, two wrongs can't make right. Wewe ndio wamekukosea, but kuje ulale kwangu. Hiyo street unasema mimi sitakukataza kuenda. Uende kesho mchana, hata mimi nitakupeleka hadi kwa hiyo street. Kumbe little did I knew. Nilienda nikalala kwake. Kesho ingine asubuhi kafika. Aunti yangu fulani wakapanga na huyo uncle yangu kisiri kama sijui. Akamwambia sasa tutaenda kwa familia fulani kwa aunti yake, niwe ninakaa huko. Uncle yangu akaniuliza kama si kwa street niambie unaweza kaa wapi. Nikamwambia mimi sitaki kuwa na watu wa familia tena. Unajua ingekuwa hata niwe Saimo. Ongea ukweli na ujeke tu kwa viatu zangu. Ungetamani tena tu kukaa na watu wa familia tena. Mimi nikawaambia sitaki watu wa familia. Wacha nikae maisha yangu kivyangu. Akaniuliza basi kama sio street unaweza kaa wapi? Hata kama utakaa na watu wa familia. Nikamwambia maybe mnikombolee nyumba nikae na maisha yangu kivyangu na peace yangu. Akaniambia sawa. Akaniambia sasa tutaenda nikupandishe gari, lakini kwanza tunaenda na pikipiki nikupandishe gari. Alafu tuende ukakae kwa street kitambo tukomboe nyumba. Kumbe mimi sikuwa najua vitu wanapanga. Akarudi tena akaniambia, akaona ni kama maybe nitamuelewa. Akarudi akaniambia, hata ni mimi nitakukombolea nyumba. Na kama utakomboa nyumba, juu kwanza I remember that time nilikuwa na nilikuwa tuna 300 peke yake. Ingenitoa kutoka huko kwetu mpaka Embu Town. So nilikuwa najua huko street nitakaa huko. Akaniambia so hata usitumie hiyo pesa. Mimi nataka nikupeleke hata usinilipe pesa ya pikipiki. Nitakupeleka upande gari, alafu mali utakomboa utaniambia. Nitakuwa nakuletea shopping. Kumbe little dine wameshapanga kisiri kama sijui. Tukaenda tukafika mahali kwa huyo aunti yao. Aunti yao akaitwa. Akaniambia nimeona, hata kuna kitu nimeona. Utakaa kwa huyo aunti yangu. Unaona wanacheza na brain yangu. Utakaa kwa huyo aunti, huyo kwa huyo. Alafu ukikaa hapa, amesema atakuchukulia pesa ya loan kwa kikundi. Aende kukombolea nyumba. From this utaanza life. Nikamwambia kumbe aunti huyo aunti yao ambaye ni shosho yangu alikuwa ameplan kuishi na mimi. So mimi nikaona Sunday imefika, hakuna pesa ya group yenye inachukuliwa. Mimi nikasikia hasira, nikajiuliza kwa roho yangu, mbona watu wanacheza na mimi kama mtoto? Na wajui kenye napitia. So aunti yangu akaniambia, wewe ngoja pesa ya kikundi ijatoka. Ikitoka nitakukombolea nyumba. Ndakupea ukomboe nyumba. So mimi nilipokaa kuna rafiki yangu fulani ambaye haoni, ni mwalimu. Unajua nilikuwa nimeshamwambia what has happened. Akaniambia kuja kwangu Maureen, urelax hata 2 weeks. After 2 weeks ujue kile utafanya. Waondokee kwanza.
ndio mind at least urefresh. Juu hawezi wakakuelewa venye unasikia. Akaniambia sawa, kuja kwangu urelax kidogo for 2 weeks. So mimi nikaenda, hata sikuambia mtu mali nimeenda. Nikaenda nikakaa kwake, then after hapo nikarudi tena Meru. Nikakaa Meru, then nikatoka Meru nikaenda sasa kwa hiyo tu shushu yangu. So nikajiambia basi maybe hapa kwa shushu yangu basi wameamua kunipokea kuko na amani. Kumbe wapi? Amani gani? Nilipokaa, unajua ukumbuke sijamaliza kumuona mamangu. So mimi nilikuwa nakakaa, picha ya mamangu inanitokea. Ungenipata tuko nawe hapa hivi nimekaa, nimeanza kulia. Nimeanza kulia, hata sitambia mtu nalilia nini. Juu nilikuwa nashindwa hata kusema kile nalilia. So nikajipata imefika mahali mimi nikasema hata sitakula for 3 days nikufe. Yeah. Nikajiambia sasa kukaa kufikiria mamangu, siniri nimfikie faster. Nikasema mimi sitakula, nataka nikufe. So nikakosa kukula for 3 days na nikaanza kulia. Actually nilikuwa na sob, mpaka ile una sob. Na ninalia kwa nguvu na moan kama ni mazishi. So ni kama walishindwa sasa walishindwa kuvumilia at that stage. Sikuli, ninataka kukufa na nimeanza kulia. So nikakaa for like after 3 days kitu tu ikakuja, nikaanza kukula. Nilipoanza kukula nikasikia hapana, maybe nirudi kuwa ninaomba. Because after nikiomba Mungu atakuwa na mimi. Wakati ninaomba kumbe na yeye wakaanza kuwa wataki hiyo maombi yangu. Uko kwa shosho. Hawataki. Wakadecide kunitoa. Na ile njia walitumia kunitoa, they told my aunt ambaye aliorganize niende kwao. Kujeni mtoe Maureen huku kwa sababu mtoto wangu anakuja kujenga na room ni kidogo. Nyumba yangu haina, yani nyumba kidogo. So mimi sikupingana na wao, alikuja akanitoa. Na walipokuwa ninatoka, huyo shi yangu alikuwa ananitoa na madharau. Yeye ndio, unajua kama unataka mtu atoke kwako, unafaa umruhusu ajipakie. But siwe uanze kuchukua vitu ati unapack hivi, unapack. Hata mimi nitaona hiyo ni madharau. Ni kweli. So alianza kunitoa na madharau. And sorry to say, niliambia nti yangu, hizo results, juu result anatafuta kwa Mungu. Kile anafanya juu Mungu anamuona. Kuna result anatafuta and God will give will give her those results. Mimi nilitoka nikaenda. Na nilipoenda nilisikia uchungu. Simon nilienda kwa aunti yangu, nikakaa. Yule tu mwenye alikuwa amefanya nini? No, hata huyo hata sita kwenda kwa huyo sasa. Nasema mwenye ulikuwa umetoka kwake. Mwenye alikuwa na organize sasa niende kwa huyo aunti, kwa huyo shosho yangu. Okay. So nikaenda sasa kwake. Akaniambia sasa niwe ninakaa na yeye. Nilipokaa na yeye nikamwambia hapana, mimi nitaenda streets. Akaniambia hapana, usiende streets. Mimi ni sister ya mama yako, kaa na mimi. But little did I knew. Mimi nikasema nitaenda, mimi nilikataa by the way. Nikasema mimi naenda streets. Na yeye hataki niende streets. So nikapigia rafiki yangu fulani haoni. Nikamwambia, juu tumekuwa marafiki for a long time. Nikamwambia mjue mimi mnaenda kunilose. Na nikamuelezea hata kwa eulogy, wewe utaandikwa kwa eulogy wa one of my friends. Wacha mimi nikajiue. Nikamuelezea kile kime happen. Akaniambia guy, before ujiue, let me nikutafutie a counselor. Before ujiue acha nikutafutie counselor akucancel. Na wewe counselor nitakutafutia ni VI kama wewe haoni. So at least mtaelewana. Atajieka kwa viatu zako. Nikamwambia kama atakuwa ni counselor, sitaki akuwe mwanamke. Kwa sababu mimi niliona mwanamke maybe anaweza ni harass. Na that time unaona ninasumbuka. Nimwambia nataka awe mwanaume, sijui lakini usinichukue kwa ubaya. Mimi upenda services mingi mimi nifanywa na mwanaume. Na hata kwa daktari napendanga sana nikienda hosi mwanaume kinifanyia kuna vile nasikianga tu at least ameni accommodate vizuri. So mimi nakuanga hivyo. So nikamwambia nataka tu kindly ya kwetu ni mwanamume. Ndio atani cancel. So akaniambia mwanaume hata ni mtu ameokoka, na nikamwambia sitaki mtu hajaokoka. Na sitaki mtu ajue mambo ya mwenye hajui mambo na kiroho. Nataka mtu anajua what is spiritual things. So akaniambia huyo mtu ameokoka na ndanga to a certain church, sitahitaja jina hapa Nairobi. Na juu mimi najua hiyo kanisa, nikamwamini, nikamwambia ni sawa. Na siwezi blame huyo rafiki yangu kwa sababu for real mimi tuseme uniletee mtu na nisaidie mtu ani misuse, sitakublame kwa sababu ulitaka kunisaidia. Kweli. So mimi akaniletea huyo mtu counselor
Nikamwambia since mimi niko Embu na sina pesa ya kwenda Nairobi. Akaniambia sasa nyinyi mtajua venye mtaongea. Mimi yangu nitakuwa tu nimekuletea na juu counselor na client ufai kuingilia mambo yao, utajua vile mtaongea from hapo. Okay. So akakuja akaniintroduce kwake through simu. Huyo counselor akaniambia majina, akaniambia anakaa wapi, na akaniambia tuanze ku what will I say? Tuanze ku cancel, na akaniambia nikuje Nairobi. Nikamwambia mimi sitaweza kuja Nairobi juu sina do. Akaniambia counselor na counselee wanafaa wakuwe mali private. Okay. Haifai simu. Sheria nasema wanafaa kuwa private. Okay. Juu mambo ile wanaongea ni confidential. Nikamwambia lakini kama ni confidential haki hata wewe uwezi tu kanielewa. Nielewe tu kindly. Akaniambia sawa, since when hauoni kama mimi nitakubali. Nitakubali, nitakucancel na simu. Ile siku yenye utapata do wewe kuja Nairobi. So me after that nikakuja Nairobi, tukaanza kucancel. Kwa mara ya kwanza alikuwa mzuri. Alikuwa counselor mzuri sana. Na nikaona huyu ni very professional. Kumbuka mimi ujue kuwa na stress hata ufikiriangi mambo na relationship. Mimi yangu na yeye haikuwa eti to date. Yangu na yeye ilikuwa tu canceliane ishe. So akanicancel, alikuwa very professional. Akanicancel na nikasikia vitu ananiambia zinanisaidia kwa life. So you know the go is sessions Session ya kwanza alikuwa mtu mzuri, akanicancel vizuri na nikaanza kupona. Session ya pili ikienda kuisha nikasikia mtu ameniambia kwa simu. Before that, you know, I'm a lady. Tunabonga kwa simu. Tunabonga kwa simu. And you know, I'm a lady. Mimi najua kusoma mtu sana. Mimi ukianza kunikatia nitakusoma. Hata before uniambie, actions itaniambia tu. Nikaona mara ya kwanza mtu ameflash simu. Saa 4 ya usiku. Ai? Nikajiuliza huyo counselor saa 4 ya usiku. Uliona aje? Simu iliniambia jina. Unajua vile nimekusave simu itaniambia. So unaona? No. Actually my phone will tell me. Oh. Yeah, itaongea. Okay. Yeah. Umeset hivyo. Yeah. Okay. So nikasikia ameniflash saa 4 ya usiku. Nikajiuliza saa 4 ya usiku counselor ananiflash saa 4 ya usiku huyu. Kwani ana credit? Kwani ana hata si credit. Anataka nini saa 4 ya usiku? Lakini kitu kingine niambia maybe wamefunzwa kukia counselees sana. So maybe anataka kujua ninaendelea aje. So mimi kile yangu hata kunipeleka kama ni mambo na dating. So mimi nikampigia. Akaniuliza unaendelea aje? Nikamwambia poa. Akaniambia nilikuwa nataka kujua unaendelea aje. Kwa hivyo kama unaendelea vizuri it's okay, tutaongea. Haya. Tukaendelea tu session ya pili ikaisha. Inaenda kuisha. Tukakaa akaanza kuniambia sasa, Maureen, since wewe huoni kama mimi sijui tamani kudate mtu aoni kama mimi. Sijawahi tamani, but wewe ni mtu mzuri. Na kuona you have a very bright future. Na wewe ni mtu wa vision. Wewe tunaweza tukadate. Umesikiza ndivyo ameniambia? Tunaweza tukadate. So we can now date. Tunaweza tukaanza kudate mimi na wewe. Nikamwambia but unajua nilikuwa nimeshamwambia about vile wanaume wameni heartbreak na nini. So nikamuuliza, ulikuwa umechapwa heartbreak? Yeah. Yeah. Hiyo kuniambia? Yeah, I've ever dated for 5 years then nika heartbreakiwa. Okay. Yeah. So nikamwambia unakumbuka nilikuambia hizo stories zote ukinicancel. So you want now to enter in my life uni heartbreak. Jumi before that I told God. Tuonesha mahali nimebaki. Yeah, uituanishe kabisa. Uifanye karakasha kama glass. So nikamwambia mimi, and before that you know I told God, mimi now God niweke tu kwa ministry, hata sitaki mwanaume, usinipe mwanaume sahi. Nataka tu only ministry peke yake. So yeye unaona sasa ameshakuja ameanza mambo na dating. Nikamwambia sana mimi sitaki mambo hii ya wanaume, sitaki kuatbreakiwa tena. Unaona sina wazazi, mimi sitaki tena kulia venye zaidi ya venye nimelia. Wacha yenye nimelia sasa ikuwe at least ni mwisho. Wanaume si mnajua kujitetea. Alijitetea akaniambia you know Maureen, I am a counselor. Mimi siwezi kubali kuku heartbreak. Actually nitakutreat vizuri. I'm not like other men. I will treat you so good. Actually nitakutreat vizuri. Na nimeokoka. Nikamwambia it's okay, ni sawa. But sasa how will I know? Akaniambia my action will tell you. Actions. Yes. So nikasema basi ni mtu sawa. Yeah, nikamwambia acha nikupe chance yako. Kuja ujionyeshe. Kuja basi ujionyeshe.
Nikamwambia haya basi. So, baba njoo ujishauri. Hatujamita hata. Nikamwambia anasikia sauti, unajua uko na sauti. Sauti inavutia. Jamani asante. Sauti yako inavutia, acha nikwambie. So ni neema tu na baraka za Mwenyezi Mungu. Pia hapo utasema ni God. Ni God manze. Yes. So jamaa alikuwa anasikia sauti saa 4 usiku, anasikia mwili hapana. Ana imagine wallahi. Ikiwa tu hapa kifuani mwangu hivi. Siwezi achilia hii ni kitu na box jamani, nitachiliaje sasa? So ukaingia box. Mimi nikaingia box mimi. Nikatiwa ndani, kufuli kafungwa, ngozi katupwa. Hai. Sasa umeingia ndani ya box. Niambie venye kuko huko ndani ya box. Sasa ndani ya box nimeingia kwenye ua la penzi. Ua la penzi ndio hiyo sasa. Sasa mimi mtoto watu akaanza kunipa mahaba. Wajua ile mahaba ya Kitanzania wewe, ile bongo movie. Yani ile naonanga kwa bongo movie wallahi imekuja reality yani. Na sasa niulize, hii mahaba anakupea akiwa Nairobi na huko Meru ama ushaanza kuishi pamoja? Mimi nilikuwa Embu, yeye ako Nairobi. Na yeye ako Nairobi. Sasa simu zimeanza. Okay. Yani sasa ameanza kwanza ame-increase. Sasa analeta ni maneno peke yake ama kuna actions? Maneno sasa alafu mpaka tunapanga vile tutamiti sasa. Hakuna pesa kwa hii mapenzi ama kuna haja? Pesa sasa alikuwa alikuwa ananiambia baby ama mimi ni student nielewe. Akisi unajua tu baby, lakini mambo yakienda sawa, mimi nitakuwa nakupeleka mahali unataka na hayo mapenzi hayajanoga hayo. Sasa mimi nikamwambia it's okay, lakini jamani mwanamume ni kujikaza. Kaniambia basi ukija kwangu nitajikaza tu. Lakini nipende kwanza nilivyo. Kwa hivyo yeye tu ilikuwa ni maneno. Ilikuwa ni maneno, lakini sasa nilipofika kwake. So utakuja kwake? Nitakuja kwake sasa. Okay, utaenda aje ndio ifike hapo? Sasa mimi nikakuja. Tukaanza kudate sasa na simu. Akakuwa ananipatia mahaba maneno na ile maneno yake message maneno. Akaanza kunionyesha so caring. Sana ilikuwa ni simu. Aniza babe umeamka aje? Umekula? Usifikiria about mom sana. You know you have a life to go, that was your parent. Ameenda life yake. So wewe ni maisha yako babe. Usifikirie mambo mengi. Sitaki ukufe na pressure mapema. Na bado hata tujaanza hata life. Mimi nakufikiria. Jamani. Yani sikujua ukaingia box zaidi pale. Jamani kumbe sikuelewa I love you ni maneno tu. Na sikuamini sikuelewa kwa kumbe I love you mtu anajifunza, hata anaweza jifunza Kiingereza kusema tu I love you. Kwani kutakuja kufanyika mambo later ama? Naam. Sasa mimi nikakuja tukaendelea kudate and tukaanza kupanga date yetu. Kupatana sasa. Yeah. So tulipopatana mimi ni mtu. So utatoka Embu kuja Nairobi? Kabisa. Utakuja peke yako ama kuna mtu mwingine? Mwenyewe. Kwani date napelekwa na nani? Mapenzi nayo acha nikwambie. Halo. Hata huku utakuja peke yako. Lakini date tutaenda peke yako. Lakini date nitaenda peke yangu. Mimi sitaki interruption. Umejitayarisha pale, umetoka asubuhi mapema. Na nimepaka marashi, nimevalia. Yaani kwanza nguo za seducing yani wallahi. Ulitoa wapi hizo? Zina seduce. Si unajua lazima nimvutie yule. Jamani ashanipenda ili angalau akiniona asione mwanamume mwingine, asione mwanamke mwingine zaidi yangu. Okay. Na nimerihaso mpaka maneno, nimerihaso mpaka hizi hawa madaktari wa mahaba vile ambavyo wanafunza watu kutunza ndoa. Nilikuwa nazo videos hivi kwa simu. Nimerihaso day and night. Wewe jioni unazisikiza pale. Jioni nazisikiza, najua on what to do. Pale umefanya kama makeup. Pale alikuwa najua Dr. Love ameingia. Hello. Ndio sasa umekuja Nairobi. Sasa before nije nikasema but let me first nikasema naiombea hii kitu. Wacha niombee ndoa. Yeah. Unajua sasa inaenda sasa kuwa ndoa kabisa. Inaenda kuwa ndoa. Nikaomba nikakorabo shata, nikaambia Mungu jamani. Mbaya shaka yani. Kabisa. Nikaambia Mungu jamani. Nakuomba. If this is your way, let me go to. Sio kama hiyo place naweza itajama ikae tu. Utaje tu kwani. Jamani Karen, let me go to Karen. Alikuwa na Karen? Jamani wewe. Na ana pesa huyu jamaa mgani huyu? Unajua sasa alikuwa student shule fulani kwa Karen huko. Naam. So nikasema God, if this is your will, allow me to go to Karen. But if it is not your will, don't allow me to reach there. Nakumbuka that time nilikuwa niende kwa kushughulikia brother yangu about Inua Jamii. Okay. Then niende sasa keshoe.
Nikaambiwa baby si kesho, wewe njoo hata kama ni usiku njoo, mimi nakusubiri baby nakutamani. Nikamwambia ni sawa basi. Nikaambia Mungu wow, shaka yanda. Kwa hivyo this is your will. Thank you Jesus. Mimi umejionyesha kwa maisha yako. Umejionyesha. Alafu tena mwanaume mwenyewe msomi. Jamani type yangu hii. Mimi nitaachilia mtu ambaye kuna diploma, mimi siwezi. Alafu kwanza alikuwa ni kiongozi kwa shule yao. Anaitwa Mr. shule fulani. Ni leader ni Mr. university fulani. Kwa hivyo uko na characteristics za kuwa president. Nikasema mimi nayo. Hello. Wacha nipite nayo. Nikasema hii chance wallahi hainipiti. Ili imeshikilia hapa kwa hapa. So nika give thanks to God. Na nikaiombea. Wallahi niliombea nikiwa serious. Na nikaanza kusema akifaulu nitatoa mpaka dhabihu. Unajua mimi ni mtu wa kiroho sana. Nikasema ikifaulu hadi sacrifice nitatoa. Mwambie Mungu asante. So mimi nikakuja. Na kuna kitu nilimwambia huyu mwanaume. Venye umepata sasa umeenda kwake. Before niende kwake sasa. Nikakumbuka I'm a minister of God. Kuna boundaries sifai ku cross before marriage. Nikamwambia you know what? Mimi we will not do 1 2 3 until marriage. Wacha tu in short hakuna sex. In short hakuna kugonga until marriage. Watoto wa campus hakuna mapenzi kiholela kabisa. Watoto wa campus nao ni wagani? Mimi niliambiwa tafadhali. Mimi lazima niguze mrima. Hiyo ndio wada alitumia. Sasa mimi sikuwa naelewa hiyo ni nini. Nikamuuliza ni nini, akaniambia wewe utajua. But nimekuambia wewe utajua tu ukifika. Ndio sasa nikaelewa unajua sasa that mimi tamia mrima hiyo jina lilikuwa imetokea sana. Ndio nikaelewa kumbe ametumia. Si kitambo. Ni mambo ina happen tu juzi. So nikamwambia lakini mimi no. Mimi until marriage please. Nikamwambia mimi am a woman of God. Aki until marriage. Ni sawa kuja tu. Akaniambia babe, kama ni hivyo mimi acha tu tuachane. Lakini nikakumbuka. Kitu ikaniambia kumbuka una wazazi, unaenda from one place to the other. Si ukubali vile kuhappen bora siasha ku promise marriage. Ndio at least upate ndo haraka utoke mashida. So mimi nikajiambia hivyo because tukianza kudate kuna kitu sikukuambia. Nilimuuliza hii dating itaenda hadi wapi? Jumi upenda kuuliza mtu tukidate hivyo. Nilimuuliza babe, hii date yetu itaenda until wapi? Yeye aliniambia inaweza enda until marriage. So mtu akiwa amekwambia hivyo Saimo, for real, hata wewe utakuwa na hari ya kumpenda. Na kiu zaidi ya kumpenda kwa sababu ameshakwambia inaweza enda until marriage. So mimi nikasema wow, God is great. Kumbe hata after nimepoteza wazazi Mungu amenijali. Amenipa mwanaume. Amenipea second chance. Sasa hapa na mwanaume ambaye ni counselor. Kwa hivyo hata nikilia, nikikuwa na stress, nitakuwa tu hapo kwa kifua yake babe. You know what? Guy, nalilia hapo kwa kifua na ni counselor ananiambia babe usijali kuna kuanga 1 2 3 natoka nikiwa sawa. So I was very happy. Nilikuwa nimejua sasa niko na daktari wa moyo na pia daktari wa mafikra. Kumbe sikujua. Ninajitia kikaangoni. So mimi nikamwambia ati kama nivyo umeniambia tuachane, nikamwambia basi it's okay nitakuja. Akaniambia sawa. So tukapanga date yetu. Tulipopanga date nikaenda. Mimi nikatoka Embu, nikaenda sasa. Nakumbuka nilienda around 7 AM. Yes, PM. Kumbuka nimetoka kwa shughuli za kushughulikia bro. Jioni. Sasa na nilikuwa nimepanga nikajuza ama niende kesho yake. Akaniambia no, kuja hata kama ni usiku mimi nitakusubiri. Akaniambia niende. And that time walikuwa na meeting as leaders wa universities. Kulikuwa na sijui wanaita nini, hii ya kuonyesha kutafuta leaders wengine. Venye tu inaitwa ni sawa. Kutafuta leaders wengine. So alikuwa ameniambia utanipata university fulani najulikana hapa sana. Akaniambia I will wait you to that kwa karibu na hiyo university kama utanipata kwa nyumba. So mimi nikakuja. Ninakumbuka nilifika saa 7 AM. Mapenzi wewe? Mapenzi nayo iko na maneno. Yaani unakuja na giza, uogopi hata. Uogopi hata wakora na uko na imagine na uone. Love is blind and I'm blind. So ilini treat blindly and very very blindly. So you already blind love na. Yes, imagine. So mimi nikajipata nimefika na saa 7 ya usiku uko town pale umeongojea.
Saa 7 usiku ndo huyo mimi niko Kitee sasa nachukuliwa na Uber. Mtoto watu kwanza Uber. So kutumia phone uko sawa? So nikampigia ngombe umejua aje hapa ya Uber iko wapi? No, yeye alikuja na Uber yake. Wewe nilikuja nayo. Umekuja na Uber kutoka nini? Yeye alikuja nayo ni pick. Pick queen wake asipande mat. Nimeget. Guy. Lazima kuna treat poa. Siko nimeget. Amekuja amekupata tao pale saa 7 usiku. Kabisa. So akakuja akanipick sasa from karibu na hiyo university. Ambayo sitaitaja, karibu na hiyo gate ya university. So akakuja na Uber, mimi nikaingia ndani. Akakuja na gani haina shida, si nikuitaje? Si ni Jehova na si Wanyonyi. Si ni Nairobi? Okay, ni inaitwa Kwea. Kwea University. Karibu sana hiyo gate. So now so it's way to Karen. So akakuja mimi akanipick, walikuwa yeye, Dere na Mrs. wake. Mrs. wanani? Mrs. hiyo shule yake. Yeye ni Mr. shule. That time alikuwa Mr. that university. Na sasa Mrs. wamekuja naye kufanya. Na amekuja sana Mrs. hiyo shule ili kusaidia Mrs. wamsaidiane kuchukua mpenzi wake. So unaona sikuwa na date na mtu hivi. Unasikia na date na kwa ajili ya bodyguard. Security na kila kitu. So anakuja sasa akakuja kunichukua. Akaniambia karibu, mimi nikaingia kwa Uber and sasa hata Mrs. hakuwa anajua kama Mrs. hiyo shule, hakuwa anajua kama mimi ni babes wake. So sisi tulikuwa tumepanga, alikuwa ameniambia iwe secretly, isijulikane, tuifanye hii date iwe secret until marriage. Hiyo ni red flag. Imagine sikuwa ijua guy. Anyway, tuendelee. So kaniambia tufanye secretly, watu wasielewe, juu watu wanaweza elewa, alafu waharibu, wachome. So na mimi katoto jamani, mimi kanjiwa, nitasema nini? Sina kubali tu. Kila kitu ananiambia ni yes sir. Yes sir. Unyamaze tu hiyo. Wewe ulikuwa hapo sasa ulikuwa umenini? So akanichukua tukaenda, tukafika kwa nyumba and Mrs. ameenda wapi? Bado wako hapo? Mrs. ako kwa gari. So si tulifika, wakabaki sana Mrs. wakabaki. So si tukaenda kwa nyumba. Mimi akacheka ameniingiza kwa nyumba. So akamaliza kusort mtu wa Uber. So misa tukakuja kwa nyumba. So tukaongea. We stayed like 5 days. Uko? Yes. Ana provide kila kitu na kula vizuri nini? Unasema kuprovide mpaka napikiwa mie. Alafu nafuliwa. Unafuliwa? Jamani wewe mapenzi wewe. Wavalishwa, waoshwa, kila kitu. Nikimwambia bibi nataka kupika ananiambia I want to treat you like a queen. Utanipikia next time. Utakuwa unanipikia mimi nikiwa online. Na saizi ameguza mlima ama bado? For the very first day. Imagine. Akungoja. For the very first day. Alipe high five. Mbona alikuwa anajaa aje na yeye? Yani hakungoja. Na sasa kwako hiyo ilikuwa mara ya kwanza ama? Okay, for me it was haikuwa mara ya kwanza. Kuna wakati yes because of the desperate times pia. Lakini at least yule nilikuwa na date na yeye bado alikuwa student. Aliniambia clear, nilimuuliza hii relationship itaenda until marriage. Aliniambia vizuri, no. I'm figuring myself out. So inaweza kosa kwenda until marriage. And shout out to him. Ni vile sijui siwezi mtaja jina but shout out to him juu alinisaidia. Unajua mimi nataka nikikuuliza uko mwanaume ukiniambia hivyo ni mimi nafuata nijipange. Ni kweli. On my side. So at least nilijipanga. And that time my mom was alive. Mamangu hata hakuwajua because nilikuja hapa Nairobi na nikakaa like 3 days na nikatoka nikaenda. Who knew? Hakuna nobody. So kwa hivyo mwanaume nasikianga aliniharibia maisha kwa sababu alinidanganya. Huyu wa pili sasa. So mara ya kwanza shaguza mlima na bado anakupikia na kupeleka vizuri vile inafaa. Doka dina ohoro mwega muno wa broti dinacio kuria mwena wa Gitengera. Broti ci handu hega muno in a gated community in a controlled area na broti ci haria ciri no kilomita 1 kuma Nairobi na Manga Road, the main road, o kilomita 1 tu. Uguo kuma Gitengera town ti handu hanene. Uguo wewe hau hihi ungienda guceto family yaku aikonu wendaga gwaka handu ta mucii, handu hega, handu ngiceto family yaku, handu ngikara wega, ka estate controlled gathaka we Waitonga ihinda tiringi ni riri dina broti cia 100 by 100 quarter an acre
na ndirakwenderia ciringi milioni 5 asking price ni kuga ati no uhurire na twarie o hanini tumenye kiringi kurengera na kuria gitengera ni ndronire ni gukurite muno tondu actually gutire kindu gutari nakio kwina mathibitari maingi muno kwina fegi gutari ma supermarket mekuo mathukuru mekuo ma college mekuo uguo ni kundu ungithie no seto immediately na wigitengera ona nduri na bata wa guthie Nairobi kana guthi kundu kungi gwika maundu maku tondu maundu mothe mekuria broti shida kwira ni shiringi milioni 5 peke yake na ndakwira kuma barabara-ini main Nairobi na Manga Road no kilomita 1 handu haria shiri ni handu hakurite muno uguo ni kuga hena thitima kwina mai indo ciothe cibataranagia kwina cio mikawa ira ikure ni mikawa miega ungithiaga ma gardens ungithiaga kahore na family yaku nyumba iria cirakwo kundu kuria ni nyumba cia kifahari ni njui ni uku nyumba icio ciothe hau ni undu wa horo makiria hurira na namba eno ya thimu 0724 333313 0724333313 nigetha twariririe tumenye uri ungithi kuona broti icio na wigire na handu haku handu ungiseto family yaku Kitengera Milimani Estate mko karibu sana asanteni sana. So ananipikia kwanza naulizwa babe utanawa na maji moto mabaridi namwambia moto gai mimi niseme baridi moto nikijua yeye ndo anachemsha na hita we na natreatiwa kama kwa queen babe tutakula nini nasema so sasa mimi hapo ndo boset mimi ndo nasema so tukakuja mtoto watu mimi nikatreatiwa kama queen 5 days ikaisha na kuna siku yenye akiguza mrema nilisikia nimepata ball you know I'm a lady I know the changes that day nilisense tu nimepata mimba yes. Ulikuwa unaovulate ama no kuna vile during that time kuna vile ilifanyika mahanja milikuwa juu na nikasense kuna mimba direct because yeye alikuwa anataka tutumie protectives lakini mimi nilimuuliza okay wewe ndio ulikataa mimi nilimuuliza na okay don't misjudge me uniambie if I was right nilimuuliza babe mbona tutumie protectives na unaniamini nilikataa kwa sababu gani siamini promise until marriage kwani bwana yako ama mke wako mnafahamu tumie protective ya kazi gani twende nalo yes nikamwambia alafu tena hizo protectives sijawahi tumia zile alikuwa yataka mimi nimezoea kujipanga on my side okay so yeye alikuwa anataka ajipange on his side na mimi sorry to say okay I don't know if I can unajua sitaki kukuwa indiscipline ongea tu mimi sijazoea kutumia CDs okay na nilikuwa nasikia inani hurt inaniumiza like by the way ilikuwa inaniumiza nikaona instead of nimwambie inaniumiza unajua nitamchomea na atasikia vibaya so mimi nikamwambia babe mbona utumie nikaona nitamtumia ina wisdom way nikamwambia babe mbona utumie protectives na unaniamini so sikutaka kumwambia babe juu unanimiza na hizo protectives hapana ndio nikimwambia hivyo atafeel vibaya so ndio natu nimuuliza babe mbona kama unaniamini unatumia protectives imagine from that after nilimwambia hivyo so mambo ikaendelea bila protectives na mimi nikajua nikamwambia atumie the other way round I think umejua nimeget kupull to atwe kwa ATM okay ila bwana tricky atwe pesa kwa ATM DJ pull okay so sasa yeye na mambo zake one day one of those 5 days nikiwa kwake mara ya kwanza zilikuwa mzuri alikuwa sawa alikuwa ni vizuri sijui ni nini ilimshika yeye ndio aliamua kuweka pesa kwa ATM bila nasema siwezi toa na I don't know who cheated him mimi akona bahati juu ningekuwa na kiboko hapo because yes nilikuwa naona to date na hata kama tutawana but sikuwa na haraka ya kupata mtoto hata nikiwa kwa ndoa lakini saizi already wewe umeniambia ulikuwa nisha make my mind ulikuwa mtu wa shalabaganda manini ushaanguka saizi unaomba ukiwa huko ama kuendaje bado nilikuwa na saizi mapenzi imekutoa yes lakini bado nilikuwa naomba jamaa ameguza mlima ukasikia maombi hapana kando kwanza lakini
Lakini bado nilikuwa ninaomba. Ulikuwa unaomba saa ngapi? Nilikuwa ninaomba lakini singeweza kushakata raboni huko. Kwa sababu nilikuwa naogopa angenitoa nje. Aliambia my friend, nikielele yako. Ulikuwa unaomba tu zile za polepole, Mungu nikumbuke hapa nisamee. Nilikuwa naomba tu polepole. Okay. But nilishangaa pia yeye ana shakata rabo. Kuna song aliniekea worship. Akaanza So mlikuwa mnaguza mlima na worship? Hiyo nayo hapana. Okay, yeye ni mtu anapenda worship kama mimi. La. Lakini sasa yeye pia ni mtu anapenda hizo kila zingine but sana hizi marumba. Okay. Yeah. So ni one day nilisikia akishakata rabo nikashtuka. Nikauliza yeye kumbe pia counselors wana speak in tongues. Nilijiuliza hivyo kwa roho yangu. Sikuwa ijua by the way. Unajua mimi najuanga counselors and sorry to say muni forgive. Nafikiria counselors wako more about mambo na dunia, kucancel watu mambo ya dunia vile unafaa kukaa. Sasa mimi sikuijua kumbe counselors pia wana shakata rabo. Sikuijua by the way. So mimi nilisikia akispeak in tongues nilishtuka but sikuwa. Ulikuwa wapi? Ilikuwa usiku ama mlikuwa mmekaa? Ilikuwa ni usiku but sasa tulikuwa tu tunaongea. Ameweka hiyo worship. Kuna worship fulani alikuwa ameweka ya Nigeria. Alafu nikasikia sasa ameanza hiyo ku speak in tongues. Nikashtuka nikamza wow. So even you speaker kaniambia ya pia mimi huongea. After hiyo akakwambia tuende tuguze mlima. Yeah, so akiguza mlima. Hii ilikuwa ni noma manzi. So one of the fine days akiwa kwa So after 5 days. Yeah, akiwa kwa hiyo mlima yake ndio nikapata ameweka pesa kwa ATM. Imeingia ndani. So mi iliniuma na sikumshow lakini nikasema ishapen. Maji yakimwagika hayazoleki. Nikajiambia direct wallahi hii ni ball. Na nikasema sitamwambia, nitanyamazia hivi. Nikasema lakini ni vizuri hata kama nimepata ball atafurahia. Yeye ni mwanaume na anataka kunioa. So at least nimzalie. Amepata mtu fertile. Yeah. So nikasema wow, I'll be in a marriage na nitakuwa naitwa mommy. So unajile kujibeba guys. Na mko kwa hostel sasa hizo? Anakaa kwa nyumba yake sasa. Okay. Yeah. So nikakuwa nimefurahi sana. Nikafurahi. Little did I knew. So mimi nipotoka kwake nakumbuka ilikuwa Tuesday. Kwanza tuliongozana akanifikisha hadi alinifikisha hadi kwa gari, yeye akashuka mahali anaendanga that university, akashuka akaenda class na mimi nikabaki sasa nikiendelea mpaka Tirum. So mimi nikafika Tirum. So kutembea kwa tawa ama nini unanga shida yote? Mimi sinanga, bora tu umeni guide ama nachukua nduthi naenda. Okay. Kwa sababu lazima nijiamini juu saa kama hizo dating. Huwezi enda na mtu. Lazima nipate rafiki yangu. Okay. Yeah. So umefika Tirum. Na pia kama si date peke yake, tuseme kama ni concerts, nafaa niende peke yangu. Hata ni vile sasa niko na mtoto, nilitaka mtu akunishikia mtoto kwa sababu ya kamera. Ili akasisumbue kwa kamera, si unaelewa? Yeah. So nikakuja. I'm sorry, nikakuja. No problem. Nilipokuja home, nikajiambia na niko na ball sana furahi. Sitaki kuambia watu. Lakini sasa hii ni ile kujiambia tu. Mimi najiambia, niambie watu waniharibie. Si hivyo hata hujapimwa, ni ile tu una feel. Sijapimwa lakini na feel kuna kabol. Okay. Nikafurahi nikasema wow, I'll be. Sasa mpaka naona tutakuanga mimi na huyo boy tunatembea na katoto ketu kana Twitter mom. Alafu sasa atamalizia diploma yake apate job. Alafu na mimi si unajua mimi ni msanii, niwe na minister mpaka tununue gari, tuajiri driver. Yaani unaona? Sasa tunadriviwa na driver na katoto ketu kwa hapo. Tunaongea wa family issues. Yaani nikimagine hivyo nasikia furaha. Najiuliza ndena lini kupima. So one day nilikuwa natoka kwa my spiritual mama, alikuwa ameniita. Niende nihudumu kwa kanisa. Akaniita niende nihudumu. Sasa siku moja juu niye naambianga everything about me. Anaitwa JD. Nadhani simba ya kumtaja. Actually she's aware that I'm here. Nikamwambia, "Mami kuna kitu nataka kukuambia." Kaniambia nini? Kaambia mimi, "Si unajua nilikuwa kwa boyule." Kaniambia, Nikamwambia niko na ball. We? Kaniuliza guy. Murini ile mipango yote nilikuwa nimekupangia uko na ball. Nikamwambia yes. Kaniuliza mwanaume anakupenda? Nikamwambia sana. Akaniambia na kama anakupenda uko sure?
But so my spiritual mom na ni afadhali kweli ni vizuri kuwa na wazazi wa kiroho. Yeye ndiye alinifungua macho. Akaniambia Maureen, sitakataa unapendwa. Na ni vizuri unapendwa. But nikwambie kitu kimoja. Saizi vile uko na ball na mko kwa mapenzi, ujue shetani atawapiga vita mbaya. Kwa hivyo acha kucelebrate saizi. Na sikwambii kwa ubaya. Sasa ni wakati unafaa ufunge na uombe zaidi. Ufunge na uombe zaidi. Kwa sababu saizi shetani atawapiga vita. Hii relationship yenu itapigwa vita msingie kwa marriage. Ni vizuri ufunge, uombe. Instead of celebrating, funga uombe. Mkishaingia kwa marriage, anzieni sasa kucelebrate. Na kwa kweli ili happen hivyo. So mimi nikakuja, nikapata tumeenda, tukakaa naye, tukaenda, akaniambia lakini kwanza uende upime, ukue sure na kile unasema. Mimi nikaenda kwa one of the private hospitals. Sikutaka hata kwenda kwa serikali. Nienda kwenye hata familia wako wanaijua. So nikaenda tukakutana na daktari alikuwa mwanaume, so akanitreat vizuri. Nikamwambia everything, akanipima. Akaniambia, you know what, congratulations, you're an expectant. Oh wow. Hey, wow. Guys, nilisikia kuhagua daktari. Guy, nikafurahi sana. Nikamwambia niweke hizo results, nitaenda nazo kwa mpenzi. Wala. So akaniwekea, nikamwambia sasa kuzibeba zipotee. Hapana, nataka kumwenda kumwambia babe surprise. We, kumbe surprise ni mimi ningejipiga bonge. So hiyo sasa ni kupanga safari nyingine kutoka Embu na Nairobi uende upeleke. Ndio sasa ni surprise. Hata utamwambia kwa simu. Hapana gai. Haji sasa. Haiwezi. Tukiwa cadet pale. At least asikia kuna mwanamke capable. Okay. So umepanga siku ama? Nikasema nitapanga siku. But kitu kingine kaniambia hapana. Mwambie kwanza. So nikasema acha kwanza nimwambie akue aware. So nikampigia simu. Kajioni hivi umetulia pale. Yes. Na nakumbuka kwanza alikuwa na meeting ya online ya wanafunzi. Nikampigia simu. Uzuri alikuwa anani respect. Akaniambia babe niko kwa meeting. Okay. Nikamwambia guys babe tuwezi ongea. Akaniambia acha tu nitoke kwa meeting basi. Alafu tutaongea. Ni ku respect tuongee. Okay. Akatoka kwa hiyo meeting online, akaniambia sasa niambie. Na unajua nimetoka kwa meeting juu yako, so hatutaongea sana. Kaambia no what, mimi nimeenda nimepima, I'm an expectant. Wewe akafurahi akaniambia thank you babe. Asante. You know my dad, sasa nimejua mimi ni fertile, nitaitwa baba. Thank you so much. And alikuwa amefurahia. Unajua kama wewe ni mume wangu kwa umeshani encourage na kufuraha, at least I'll be very happy. So nikafurahi nikajua wow, hata kuna mtu ananipenda, kuna mtu ananikia mahali. Na kuna mtu ameshakubali e-ball. Unajua kuna mwingine maybe angekaa na direct, but yeye hajakaa na direct. So mimi nikakuja, hata nikasema watu wa familia siwezi waambia hamtajua. Ni baraka na ificha. Hii ni baraka jamani. Mimi niongee alafu maybe mniendee alafu ishe. Siwezi. So mwenye alikuwa anajua tu ni my spiritual mom peke yake. Na nikamwambia ukiambia mtu hii siri, akaniambia Maureen siwezi ambia mtu. So ni yeye peke yake alijua. So mimi nikakuja tukakaa nikalea mimba yangu, nikakaa nikalea, tunaongea nikalea. So tukapanga on December tunge meet. Na huyo jamaa. So tulipopanga December tunge meet. Nikakaa. There was a day now on Sunday. Akanipigia simu tukiongea na yetu kawaida yetu. Lakini mmekuwa tu mkiongea kawaida. Yes. So mazungumzo yetu yale ya babes na babes akanipigia tukaanza kuongea. Na unajua kawaida ni late night. There's a thing aliniambia na ilini hurt. Kaniambia babe unajua nini? Mimi nitakuletea mwanamke mwingine 2026. Azin kumleta akukalishe ama? Nikamuuliza kumleta like. Akaniambia atakuwa kwa wife wako. Nikasikia roho yangu imekatwa. Mapenzi imekuwa ya 20 sasa ya 30. Imagine. Nikamuuliza issue babe what you're saying. Akaniambia nikamwambia unavumilia kuniambia hivyo na nikuwa na mimba. Akaniambia do you know what? Nimekuambia hivyo ili nisiteleze niende nje ya ndoa na nisikuumize, na nimekuambia hivyo ndio nikutayarishe kwa sababu nakupenda. Nikamwambia mimi kabila yetu hairuhusu. Mimi ni Mount Kenya. Na mimi naamini mwanamke mmoja. Tena mimi ni Mkristo.
Mimi hiyo mambo yenu mimi sitaki. Akaniambia hata Solomon alikuwa na wanawake wengi na alikuwa Mkristo. Amekuwa Bible verse hapo. Nikamwambia huyo ni Solomon. Are you Solomon? Are you David? Wewe si mtoto wa Solomon? Then ukiniambia unani hurt as a minister of God, you're hurting me. Akaniambia bado mnaingiza God hapo. Yeah. Akaniambia, nikamwambia you are hurting me. Akaniambia no, but for real hivyo ndivyo kuko. Nikamwambia hapana. Unajua mtu akwa na mimba anakuanga na kitu tunaita emotions na anaweza jipata ameongea vitu. Nilijipata nimemwambia karibu nitaje jina. Nilijipata nimemwambia fulani I hate you. Okay. Hivyo ndo nilijipata nimemwambia. Akaniambia sure you hate me? Nikamwambia yeah, I hate you. Sure baby you hate me? Yeah, I hate you. Nikamwambia kwa sababu gani? Umetoa hii na unajua niko na mimba. Unafikiri ni lollipop umenipe? Ujue umenipe kitu chungu kwa moyo wangu. Na nilimwambia hivyo nikilia juu. Niliimagine sikuwa itamani hata ni mtu anioe alafu alete bibi wa pili. Mimi sikuwa itamani kwa maisha yangu. Nikamwambia what has made you to do that? Akaniambia mimi ni Maasai, wa Maasai tunafanya hivyo. Walikuwa Maasai. Culture yetu inaruhusu. Nikamwambia thank you. Sikatai na ni vizuri kufuata culture yenu. Lakini na what you do? Kwa nini ukubali for real? Hata ungeniuliza before basi hata unipe ball na before. So already alikuwa na yeye. Nikamwambia mimi venye unasema hiyo excuse hainibambi. Ungeniuliza before kama utaleta bibi wa pili ndio nikwambia iwezi ndio tuachane. But si venye unajua maji imeshamwagika ndio unaongea hivyo. Hata hiyo siku tu kuongea vizuri. Nilikata simu. Tukalala. Asubuhi yake nikapigia spiritual mom. Akaniambia Maureen na uko mjinga. Sorry tukuambia hivyo. Wanaume wende yangu hivyo. Ndiye mwanaume na wisdom. Hata kama ufurahishi na hiyo jambo, mwambie wow, thank you. Utaniletea co-wife. Nionyeshe yetu juane. Ungemwambia akuonyeshe mjuane. Akikuja mchome na acid. Akikuja, mwambie nipatie namba. Tujuane, akupea hadi namba. Halafu after that, ingia kwa maombi. Anzia kuskata. Tena kwa maombi. Ungepata huyo mwanaume ameshaachana na huyo mwanamke na amekurudia. Sasa hivyo ndio mwanamke mwerevu anafanya. Wewe angalia sasa. So utatumia nini? Hiyo strategy? Sitatumia strategy. Sasa nimeshaharibu. Ushaharibu, ushamwambia sikupendi. Nishamwambia. Akaniambia sikupendi wewe. Akaniambia lakini nikamwambia but sasa kuna chance. Akaniambia still have a chance. Juu mimi nampenda, nitafanya aje? Akaniambia fanya hivi, mpigie simu. Jifanye uko sawa. Mwambie sawa baby, nimekubali. Huyo mwanamke utaniintroduce. Akikubali, muende chini umake sure umeintroduciwa. Huyo mwanamke usimuongeleshe vibaya. Mtreat vizuri kama mtu wa Mungu. Ukimtreat vizuri, anzia. Patia Mungu hilo hitaji. Na kama wewe mwanaume ni wako, Mungu atatoa huyo mwanamke na atapewa mwanamke mwenye anamfaa na wewe Mungu atakupatia mwanamke wako akua atastabilize hiyo ndoa yake vizuri. Na si bado ataenda atafute mwingine huyu akienda. Sasa kazi itakuwa ni hiyo tu. Sasa sisi hatukuja, sasa sisi tumeshikilia imani, we go by faith. So nikakuja nikampigia simu one of the days kama leo. Sasa tumeona ni kama jana tumeongeleshana, leo hatujaongeleshana vizuri. Hatujaongea hata kidogo, jana usiku wetu kuongea vizuri. So kesho yake asubuhi nikampigia. Kaambia babe mambo. Akaniambia poa. Akaniambia mimi nasikia vibaya. Kwanza ndiye aliniambia. Akaniambia saizi vile nimekunywa mbili zangu. Aliniambia anakunywa na ni minister. Ni kansla. Anakunywa. Akaniambia since nilitoka kukunywa, saizi niko na hangover na nitakuongelesha vibaya. Haina haja nikuongeleshe vibaya. Si uliniambia ni minister na anaongea na mashaka laba. Mimi ndio minister. Yeye tu ni kansla. Yeye tu ni kansla. Si alikuwa initially si alikuwa amekwambia bado yako nini? Hata kama na speak in tongues. Ukumbuke ni mtoto wa campus. Ni wale watoto wa party after party. You know campus guy. Au sasa. So mimi nikakuja nikamwambia it's okay. So nikakaa nikampigia tena simu. Kumbe sikuwa ninajua ilikuwa ni excuse ya mimi na yeye kuniacha. Nikamuuliza mimi niko ready sasa uniambie ule msichana. Niko ready hata uniletee huyo bibi wa pili. I'm ready, mlete. Utanionyesha ni nani? Akaniambia ulisema tuachane. Akaniambia since sasa wewe ni
ulikataa mambo na nikuletea mwanamke wa pili, mimi siwezi nikakuoa. Ajiririe huo na akirega few kabisa. What? Sasa uko miezi ngapi sasa hiyo? One month. Sasa hiyo ndio inaitangwa. Sasa hiyo ni heartbreak kama ni nini? Hiyo hata sijui, hiyo hata sio heartbreak sasa hiyo. Hiyo ni heart dead. Hiyo imekufa. Hiyo imekufa. Ni kweli. Hiyo ni heart dead. Roho. So, okay. Imagine niko na ball. Sijamaliza kumuona mama yangu, ati alafu mwanaume anasema vile ameniacha. Juu nimekataa lete bibi wa pili. Daiwireda tuweka goro shua. Nilikaa hivi nikashika roho yangu. Roho yangu nilisikia ati mnasemanga moyo unapiganga ati 172. 72. Ati 72 times. Yangu ilikuwa inapiga 72,000 times. What? Per minute. Guy, karibu hata nianza hata kufungua macho. Nilikuwa karibu hata kuanza kuona. Jile stress nilipata na yani nilisikia. Ulishtuka, ulipigwa. Hiyo za ndio Butoa. Butoa mwenyewe alikuja. Nakwambia Butoa alikuja. Na watoto wake. Wakanisalimia, wakaniuliza kuna kiembu tunaulizanga ngwere gari. Butoa alitokea tu hivi na familia mzima akanisalimia. Sasa nikakuja nikasema hapana, hii marriage ni yangu. Mimi yes. Nikasema ni yangu. Na nikasema mwanamke hata kama simjui jina mwenye ataletwa, huyo sasa nitaanza kushaka yanda na atatoka hata atajua vinya ataenda. Yes. Ukaingia kwa maombi. Nikaingia kwa maombi. Vita ya kiroho. Nikasema sipigani ya mwili. Mwanamke. Hapa ni vita ya kiroho. Na kuskata by fire. Wewe mwanamke ambaye unaingia kwa ndoa yangu, hata kama ujui kama huyo boy ako na mtu, I scatter you by fire by thunder. Nakwambia nikasema nina mrimazeria na kumrimazaya kumrimazanda la zoko. Kumbe little dino. Guy, akia Mungu Jehova. Na jamaa na yeye unamfunga na kufunga kwa hii ndoa. Kwanza ninatumia ile, unajua Abraham wakati walipokuwa wanaenda Melkishedeki alipochukua Sara. Abraham aliambia Sara adanganye ni dada yake, if you know that story. So wakati ambapo Melkishedeki alikwenda kulala na Abraham, Mungu alikata the feelings. You remember the story? Oh yeah. So ulikuwa unaambia Mungu na koti sehemu zake siri na zikose kuamka wakifika kwa kitanda ramba yande. Uliona Mungu si ulifanya kwa bibi Abraham. Si ulitetea Abraham na mimi ndio huyo sasa. Alina koti new. Yuko na koti Biblia. Mungu wangu. Wewe ulikuwa tadio? Yes. Na kuotio. Na ninaambia Mungu natuma malaika Mikaeli sasa. Apakishe huyo mwanamke katika ulimwengu wa roho, apak. Hayo mapenzi yapotee kabisa, ya poromoke. Mwanaume akikaa class ananifikiria. Akikuwa na lecturers ananifikiria. Akifanya kazi yake kwa field wa kuko, hata kisupervisiwa huko ananifikiria. Na yeye huyo mwanamke wacha amchukie. Na huyo mwanamke amchukie. Natangaza chuki kwa maisha. Jehova. Yani ilikuwa ni bala. Mpaka nikafunga. On a serious note nilifunga. Ulifast? Wewe ulikuwa una overdo. No. Wasiwezi achilia hii ndoa na unajua manofa na niko na mimba. Nipeleke wapi? Sinishikilie. Lakini maombi haikuwaka. Kai Jehova, wapi? Wapi? Butoa bado waliendelea kukuhuni. Butoa bado waliniambia tutoki kwa mama. Endelea. So niliomba. Nikakoraboshata for 3 days. Nikafunga. Nikafunga nikasema sasa ninaitisha amani mahali huyo mwanamume aliona kama hakuna amani kwangu. Hiyo ndio amani naitisha, na mahali pali penye wako nayo mwanamke naitisha malaika kwa kukosa amani, wakose amani, mimi nirudi kwa ndoa yangu. Mpaka niambia Mungu, si unajua Mungu sijaiba huyo mwanaume. Uliniletea yeye. Uliniletea tu. Uliniletea. Unaniletea. Kwani ni Mungu tena aende. Unipea alafu uninyang'anye. Unipea alafu uninyang'anye Mungu. Unakumbuka nilikwambia sitaki mwanaume, nataka ministry. Ni uliniletea. Sasa Mungu kunaendaje? So after that, I remember the third day, wacha nikwambie.
the third day sasa ya kufast nikaona kweni vitu haziendi nikaona how things are not going nilisikia kitu tu imenishika mpaka nikasikia hata hasira nikasema ama hata niache hii kufunga bado uko kwa fasting na bado umekasirika tena na bado nikasikia hasira imekupata nilijiuliza ama niache hata hii kufunga ama tu kufunga iende tu sorry no problem ama kufunga iende tu yenyewe kwa sababu sana naona nangoja mwanaume anipigie hanipigii na vile ninafunga umemuitisha kwa maombi vile nimemuitisha kwa maombi kwani hata hafikirii hata kama hata kuna kama mtu tu kanaitangwa Maureen mahali basi hata kama hata nipenda aseme kaofan mahali hana huruma huyo so nikasikia hasira nikakuja nakumbuka kuna wachungaji fulani walikuwa wamekuja kutembelea familia yetu kwa shushu yangu wakakuja nikaelezea huyo mchungaji my story nikamwambia akaniambia usijali tutaomba tutaendelea kuomba but now nilikuja sijui kuna kitu huyo mwanaume aliniambia kuna kitu tulikuwa tunaongea kwa WhatsApp voice note so mimi nikamwambia babe mimi nataka tulikuwa tumepanga saa to meet December kutoka date 13 kaambia naweza meet mimi nimeplan kukuja nikuombe msamaha na nataka to meet and I'm sorry hizo vitu zote tusahau and forget tuendelee tuna life yetu kumbe na yeye alikuwa amenijibu kwa WhatsApp na mimi sikujua akaniambia kwanza I'm very busy hatutaonana juu mimi ninaenda kufanya kuna station fulani ninaenda kucancel huko naenda counseling huko so and actually na tena niko busy na exam so mimi nitakuwa very busy kindly to push to another time na mimi sikujua so wakati nilimpigia simu akaniambia mimi nitakuwa very busy hatuta meet hiyo wakati so mimi nikafikiria ameniambia amemalizana na mimi una get ako busy amalizana na mimi nilisikia hasira nikajipata nikweta nimefunga yani nikafika mahali nikakuwa desperate hadi nikakula Ujapa heartbreak njaa ikakuja hapo so ulienda ukakula kama mbaya mistake sasa kama hakuna kitu inaendelea na demo ninafunga demo jimu inaendelea kuwa ngumu so ulienda tu ukakula acha nikule nilisema acha nikule tu ilikuwa ndio siku yangu ya mwisho ya kufunga ndio sasa nianze kukula saa 7 juu mimi nikifunga kama nimeanza kufunga saa 6 za usiku fungua tena after 3 days saa 6 za usiku so nilisema hata before saa 6 ifike acha nikule na nikakumbuka mkate na chai as the sign of giving up so nikakuja mimi nikakuja after sasa nimekula after sasa nimeamua nitakula nishakula sasa rudisha ka nguvu kesho yake sasa ikafika huyo nikaelezea my mom vile ambavyo nimeambiwa so the spiritual mom yeah my spiritual mom she's very close to me nikamuelezea vile nimeambiwa kila kitu so nilipomuelezea nikakuja akaongea na yeye akamuongelesha so alipomuongelesha akaniambia nimemuongelesha na akaniambia kile ambacho amemwambia na akamwambia amemwambia ajieke kwa viatu zangu hata yeye I imagine hana wazazi ako na mimba na amefanywa madharau hata yeye angesikiaje akasema amereform so aliposema amereform akakuja sasa on my side akanipigia simu akaniambia babe I'm sorry yote nilikufanyia sasa kufanyia tena wewe ni mpenzi wangu na hata sitataka bibi wa pili nitakupatia ruhusa kama nitataka mwanamke wa pili wewe ndio utakuwa unanipea ruhusa utaniambia yes or no nikamwambia sawa unafikiria naweza mwambia hapana nikamwambia sawa kwa sababu nataka amani nikamwambia sawa but on my side ninasema kwa roho yangu ngoja niingie kwa hiyo ndoa nitakuonyesha vile kunaendanga hakuna ruhusa kama hiyo ndio ikupatia so akakuja nikaingia sasa tukakuja sasa tukakaa na yeye akaniambia ta clinics atakuwa ananipeleka na tukaanza sasa kuagree so muanze kukaa na yeye
Yeah, akaniambia hata clinics atakuwa ananipeleka na tutaanza kukaa naye from January. Tutatafuta nyumba juu hizo plots wako ni za students peke yake wanaruhusiwa kukaa. Na mtu akishapata mke ufai kuoa kwa hiyo plot. Na kama uko na ball ufai kukaa huko, ufai kuolewa huko. So it's all about students peke yake. So akaniambia tutatafuta nyumba si tukaanze kuishi. January ikifika. Nikamwambia it's okay. So tukaanza sasa kuongea, tukakuwa tunaongea kawaida yetu, tukakuwa tunaongea vizuri. So after hapo akakuja sasa. After hapo sasa akakuja mimi little did I knew January ilipofika mtu amebadilika. Nikapigwa simu na ma students rafiki zangu. Rafiki yangu mmoja akaniambia unaona hiyo dem mwenye huyo boy unasema ni wako. Analetanga dem every weekend. Dem tofauti? Hata kuniambia ni tofauti but kuna dem anakujanga na mfulia nguo. Nikajiuliza kwa yangu kwani hiyo bwana ameshindwa kufua nguo zake? Na kama ameshindwa si angenita niwe namfulia. Mbona atafute dem? Okay, nikasema mama maybe ni dem anaona amfuliangi. Lakini nikasikia kitu inaniambia hapana, every weekend. Nikasema it's okay. Rafiki yangu mwingine akaniambia Maureen, usingoje bus kwa bus station. Ukingoje itakubeba kumbe ilishapita na ikaenda. Ni kweli. Nikamuuliza mbona umeniambia na mafumbo? Akaniambia chetu nikwambie. Huyo mtu unaita bibi wako. Leo jana saa Saturday, sasa alikuwa ananipigia kama Sunday. Akaniambia jana usiku saa 7 ulikuwa unagongewa. Nimesikia dem kwa nyumba, alikuwa yuamon, ulikuwa unagongewa. Nilishangaa nipige nduru, nikipiga nduru hata watakuja waulize nalilia nini. Sasa nikashangaa what to do. And mimi kumbuka mimi am a minister of God. Na mimi naelewa mambo ya kiroho. Sisi tamani nichanganyiwe madhabahu. Unaona? Sababu ukiwa na mademu wengi au mtu akuwa na mademu wengi alafu anakuja kwangu, hiyo ni kama unanichanganyia ma spirits tofauti. So mimi nikasikia hapana. Nikasikia nimuulize. Roho yangu tena inakataa. Na ukweli kwa kuna sense kwa sababu huyo mwanaume si uko na mpenzi wako unampigianga hope you're married. Lazima upigie your wife every morning and every evening kama mko pamoja. So mi ile calls alikuwa na call every morning and every evening zimepungua. Napigiwa after 1 week. 1 week sasa ni imepungua hata tena ni after 2 weeks. Nikamuuliza babes siku moja, mbona unipigiangi simu kila siku? Ati nikukosa credit. Nikamwambia kama unakosa credit mbona usiflash? Akaniambia wanaume tuzi flash. Hatuwezi tukaonyesha we are broke. Nikamwambia kwani umeonyesha wangapi? Si ni mimi peke yangu. Na ni mimi ndio nafaa nikuelewe. Akaniambia no. Mimi sikuwa na credit. Akaniambia kama na mbona usinipigie? Nikamwambia hata mimi nikukosa credit. Akaniambia basi hata wewe kwa nini unipigiangi? Unasikia ile excuse ametoa sasa? Hata wewe kwa nini unipigiangi? Mimi nikakuja. Nikasikia hapana, hii imeenda too much. Nikamdanganya. Nimeambiwa na watu wa familia niende kwa mwenye alinipea mimba, la sivyo nitoke niende. Akaniambia sana tutafanya aje na sina pesa. Nikamwambia hata hebu fikiria tutafanya aje. Do you know mwanaume alinijibu aje? Kama itakuwa ngumu toa. That is the word alitumia. Mimi nilikasirika nikapigia rafiki yake counselor, many students kama yeye. No, before that nikalia nikamuuliza are you sure you love me? Kaniuliza what do you think? Nikamwambia I don't think you love me. Kaniambia yes that's true. I don't love you. Imagine. Na naitoa vizuri sana. Nikamuuliza why you don't love me? Akatoa excuse za ujinga sasa. Sorry to use that word. Akatoa excuse ati you know ninajaribu kuomba unanipiga vita. Naona tu unanipiga vita in the prayer life like utaki tuwe pamoja. Ndoto ninaletewa ukinipiga vita utaki tuwe pamoja. So nikanyamaza tu. Nikamwambia acha nikwambie ukweli. Si umesema unipendi, nikasikia sana mimi acha nifungue roho. Nikasikia nitalipuka sana nayo. Nikamwambia acha nikwambie. I know mali uko. Ninajua kuna dema na kujanga kile weekend na kufulia nguo.
na na nilikataa kumwambia saa 7 za usiku yenye nimekuambia linigongea. Nikaona hiyo nikimwambia sasa italeta shida zaidi. Nikasema as a woman wacha ni act na wisdom. Unaona? Hiyo nikameza. Nikamwambia ujue ninajua kuna madem unaletanga. Na huo dem anakufulianga nguo kila weekendi. Jua alijua nimemwambia ukweli. Alihema. Nani nimekuambia story? Nikamwambia sitakuambia ni nani, but jua ninajua. Unajua aliniambiaje? Wewe na mwenye amekuambia hiyo story, you two you are stupid. Na akahang up call. Nililia Simon, nililia, I cried. Nikalia, nikapigia hiyo counselor rafiki yake. Nikamwambia kila kitu venye kumeendelea. Huyo counselor akaniambia atampeleka kwa inclusion officer wao. Ambaye sitamtaja jina, amsukume mpaka amuongeleshe, mpaka amwambie kwa nini ananifanyia hivyo, na mimi ni client na yeye ni counselor, na sheria inasema you should not date a client until 5 years being a counselor. So mimi si kuijua kumbe sheria inamaanisha hivyo. Na ama inasema hivyo. So after that nikakuwa ninasumbuka. Simon, life ikanipiga character development. Life ilinichapa kama ile, yani ilinichapa ikanibeba. Kama naweza sema aje sasa, ilinibeba kama venye unaonanga mvua El Nino ikuwa imenyesha. Ikakuja sasa, nikapata depression Simon. Nilipata depression ambayo hata sijui nitasema nini. Nikaingia kwa depression, proper depression. Na nikamuuliza, nikaambia sasa huyo counselor, huyo rafiki yake akaenda akaambia inclusion officer wao vile kumeendelea. Huyo inclusion officer wao akamuita, akamuuliza mbona amenifanyia hivyo, na akamwambia ujue Exodus 22 inakataza mtoto yatima kufanyiwa vibaya, na inakataza mwanamke mjane kufanyiwa vibaya. Akamwambia ujue fulani, kile umefanya ni kiboko unatafuta kwa Mungu. So after there akapelekwa sasa inclusion officer. Alipomwambia hivyo akanipigia simu, nikaongea naye, yeye akasema nimsamehe. But juu sikutaka mambo mengi, nikamwambia nimemsamehea. Juu sikutaka story mingi. So Simon niliingia kwa depression. Nikatupa vitu zangu juu nilikuwa nataka hadi kujiua. I wanted even to kill myself. Nikasema sasa niko na mimba, mamangu nisijamaliza kumwona, heri nikufe niende mali mamangu alienda, na sitatoa hii mimba na kufa na mtoto wangu tukufe pamoja. Nikatupa vitu zangu choo. Nilikuwa nataka kutupa simu yangu. So nikapigia rafiki yangu fulani, nikamwambia vile kumeenda, na nikamwambia kuna namba fulani nilikuwa nataka anitafutie. Nikamwambia usinitafutie namba, mimi nataka kujiua. Akaniambia nisijiue, before nijue nikuje kwake. So nikakuja kwake. After that nikakaa, nika give birth. After nime give birth, nikaenda kwa ile familia nilikwambia ya kwanza. Wakanifanyia ile the same madharau, nikatoka. Nikaenda sasa kwa familia ile ambayo nilikuwa. After hapo wakakuwa sasa ni sina peace, like hawanielewi, misunderstandings na mambo mingi wananiambia, wananifanyia mambo mingi. So sasa mimi nimekuwa Simon nikirelocate from one place to the other, na hiyo imekuwa ikiniuma sana. So finally sina peace. Okay. So finally nikafeel sasa hadi saa hii vile tunaongea I'm into that depression. So finally ulipata mtoi? So finally nilipata mtoi. Na before that jamaa alisema tumemalizana naye kila kitu. Na mimi si type yake. What? Yes. Lakini sasa yeye anataka mtoi na anasema mimi si type yake. Mimi what I know watu Mount Kenya tunasemanga. Wedangobe onairia rihone sawa. Na wathura ng'ombe onairia rihodo kanywe. So kwa sababu yeye anataka maziwa lakini hataki ile ng'ombe inampea maziwa. Siwacha ikae. Ni kweli. Nikamwambia Mika ulisoma si type yako. It's well and good. So mimi niko na mtoto wangu na niko na depression, kako 7 months, kanaitwa Mbingu. Oh yeah. Kako hapa nje. Yes. Kako 7 months. Kako 7 months. Sasa hizi ni mimi nijue vile mtoto wangu atakula. Ni mimi nijue vile mtoto wangu atakunywa, pampers, ni mimi nijue mali zitatoka. Na sasa vile tunaongea mtoto wangu ako na shida ya wakati nilipozaa pia, nilipojifungua pia nilipata depression pia. Mtoto wangu alinyonya kitu inaitwa toxic. So macho yake haioni vizuri. Daktari alisema hiyo layer ya juu ya toxic ndilijiform kwa jicho na inaweza tolewa.
ndio mtoto aanze kuona vizuri. Saizi sijui vile nitasaidia mtoto wangu toxic itoke. So naweza omba to I am here now, ningeomba usaidizi to anyone mwenye anaweza nisaidia, at least nipate pesa ya kulisha mtoto wangu, nipate tu pesa ya Pampers ya kulisha mtoto wangu na ya Pampers, na pia vile ambavyo hii macho yake inaweza ikatolewa hiyo toxic, at least naweza tu saidika, naweza tu furahia sana. Na pia on the music side, kama naweza pata pia mtu wa kunisaidia kurecord that my video ya hiyo wimbo, na pia ya kuweza kunishikilia hata katika kwa uimbaji wangu, at least naweza furahia sana, ili niendelee kumtumikia Mungu, kwa sababu nakumbuka tukianza nimekwambia I'm not a gospel artist but I am a minister of God. Ndio niweze kupeleka hii injili hata nje na kuambia watu kile ambacho Mungu anataka. Na ndio watu wakaweze kuokoka zaidi. So kama tu kuna mtu pale nje anaweza kanisaidia on this my daughter, mimi nampenda sana. Na nilisema hata kama mwanaume alinifanyia hivyo, sitawahi chukia mtoto wangu. Nitazidi kumpenda. Kweli. Nikipata tu mtu anaweza nisaidia kufacilitate huyo mtoto wangu, nipate pesa ya kumlea, nipate hata house girl Saimo. Saizi ninang'ang'ana. Saizi unaishi wapi? Hata sijui nitasema aje. Hata mali naishi si mali ni kwa muda. Na mali naishi huyo mwenye naishi na akajamua naenda. Saizi mimi sijui naweza kaa wapi. Sijui, afadhali tuniongee ukweli. Juu naweza pata hata huyo mali. Nimekwambia tu familia nimekaa nao, but ni wale watu misunderstandings ziko hapa na hapa. Sasa kama saizi mtoto wangu ningeomba hata sana tu apate ka house girl. So unaona kwa 7 months hajajua kukaa kabisa. Angekuwa na house girl, angekuwa ameshajua kukaa vizuri kabisa. Angekuwa na mtu wa kumwangalia throughout. So mimi ningeomba hata kama anaweza pata tu pesa, vile hata anaweza jiandikia hata house girl. Ndio hata nikienda ministry naacha mtoto wangu na house girl. Na hata nikifanya mambo zingine naacha mtoto wangu na house girl. At least ninaweza nikasaidika zaidi. Zaidi. Yeah. Okay. First of all, pia iwe funzo kwa wanaume. If you know unataka tu kutumia msichana wa mtu, umwache. Kindly angalianga kwanza ni nani unatumia, na ako kwa station gani, ako kwa situation gani. Juu kuna vile unaweza tumia mtu vibaya. Ukifikiria unaenda kujifurahisha, ukue kiboko ndio umejitafutia. Nani kuambia kiboko ya Mungu sio kama ya mwalimu ama ya mzazi atakuchapa dakika 2 ishe. Kiboko ya Mungu ni kukupiga na ikupige forever. So ukae ukijua nature can teach you. Mimi ninaweza kosa kufanyia kitu, ama mwenye umetumia anaweza kosa kufanyia kitu, but nature itself, it can teach you a lesson. Naweza kuambia nimekusamehea, but nature nayo ujue aisamehei. True. Yeah. So thank you so much for sharing your story with us. Yeah, but mimi nilishamsamehea na nimetoa bitterness, na naisema tu hapa live, nilitoa bitterness na nilimsamehea, na ilisha tu hivyo venye ilisha. Na nilishamsamehea, but kumbuka hata kama nimemsamehea bado nature tu itamfunza. Thank you. Najua mahali yako kama hii story itamfikia, ataweza kuelewa hiyo maneno. So I'm so sorry for what you've gone through. Na kitu yenye naweza taka kukuambia ni ati tunasemanga disability is not inability. True. So hata kama uko blind, si ati imekulimit kwa future yako. Ni kweli. Na bado haijakulimit kwa dream yako. Ni kweli. If kama dream yako ilikuwa kukuwa star, a big musician, hiyo sio kitu inaweza kulimit. Ni kweli. Kitu yenye tu naweza kuambia ni ati usisikize some negative words zenye watu husema. Ni kweli. Hizo unafaa tu zikikuja unaacha tu zipite. Inaingilia kwa hii masikio, inatokea kwa hii. Another thing, it's good to surround yourself with positive people. Watu wenye wana encourage. Na kitu ile muhimu sana, juu nimesikia unajua God, unajua mambo ya God. Kabisa. Ni kukaa tu kwa God na kumuomba. Kabisa. So God anajua the reason why ulizaliwa ukiwa hivyo. Si ndio? Na najua the reason why ulizaliwa ukiwa hivyo, haukukuja tu hapa duniani tu hivyo bure. Alikuwa anajua huyu msichana amekuja kwa hii dunia kwa sababu ya hii reason na hii reason. True. Na unajua your destiny, God anakuanga na destiny ya msi. Si ndio tunataka kutoka kwa line ya God, but ukikaa kwa line ya Mungu,
na ukue focused hata kushika tu mkono until ufike mahali unataka. Mahali God anataka na mahali wewe unataka. Tutaambia kwa kitu muhimu tu ni kuambia God, this is what I want. Nataka tu nisaidie na uniondolee obstacles. About that guy, what he did, kuna vitu unafanya. Unasikia tu venye umesema story ya nature. Unajua nature venye inakuanga imedesigniwa na God. Kuna vitu huwezi epuka. Kama ulifanya hivi na consequences ni hizi, lazima unaona saa kaa venye mlilala na huyu jamaa, lazima ungepata ball, si ndio? Hakuna venye ungeepuka hiyo. Ukipata ball, lazima uzae mtu huyu. That is nature, si ndio? Kuna venye unaweza epuka hiyo kitu. So kuna vitu huwezi epuka. So kama ulifanyia mtu hivi, nature ina define aje. Utaface kitu inakaa aje. Exactly. Hata tutoke kwa nature tuende kwa Bible. Unajua pia sisi tunapenda kufollow Bible juu ya believers na tuko na sisi ni Christians. Huyu msee amekutekea advantage. True. Na unajua bado hiyo ni kitu God anaona. Ni kweli. Mimi hata mimi kitu yenye naweza sema hata kama umemsamehea, venye God anadealingi na watu kaa hao, adili tu na yeye. Ni kweli. Si ndio? Kabisa. So mtoi ni baraka. Kabisa. Ule tu mtoi vizuri. Huwezi jua kesho yake atakuwa nani. Ni kweli. Kitu yenye naweza kuambia bado usifike hapo mwisho ufile tu unaweza jitoa uhai. Kwa sababu time yako haijafika. Mimi nasema tu ukiona God amekupea another chance, another day, jua tu ako na plan fit kwako. Kweli. So God has great plans for you. True. Na the best thing is kukaa tu kwake na kukuwa tu focused. Kweli. Na surround yourself with positive people. True. Wachana watu wenye wanaongea mabaya. Actually venye tu uko hivyo najua umeachieve vitu mob hata kuliko msee mwenye anaona, si ndio? True. Very true. Unaona? Na God anakupenda amekupea mtoi. So hata kama mama alienda na dada alienda, sasa hizi huwezi feel lonely. Ni kweli. Hiyo ni furaha yako. True. Utakuwa tu unakaa tu hivi una feel manze at least I have a baby. So kitu yenye naweza ambia wasee hapa ni mtu mwenye anaweza support this lady, atapeana namba yake ya simu. Kama tu unaweza msupport na mahali pa kuishi, tumlipie nyumba angalau na tujue kitu yenye anaweza fanya. Najua kapata tu ka job kakufanya aweze kujisimamia cause unajua si ati watu wanaweza kupea forever. At least ukapata kitu ya kujisimamia nayo kama ka job hivi, hata kani ka shop hivi, unaweza eka ka shop mahali kama utapata house help akiwa na mtoi hapo bado mnauza kitu hapo angalau mnapata kitu ya kukula, si ndio? Na ndio hata time ya mtoi ya kwenda shule ikifika utapata ndo ya kumpeleka shule. Kama unaweza support madam, utapeana namba yake ya simu. Kama ni hiyo story ya mtoi hosi, mtu mwenye tu anaweza jitokeza come through, tunaweza shukuru sana na tunaweza appreciate. So what I'll do for now, nitakubali tu apeane namba yake ya simu na majina yake, na mtu mwenye God ataguza tukubali tu kumsupport. Another thing najua kuna watu wenye wanaweza sikiza hii story useme, unajua kumekuwa tu na a lot of hiccups kwa hiyo story. Kuna mtu anaweza kujudge aseme mbona udema hapo alifanya hivyo. So alitoka all the way from Embu, ni Embu. Imagine akaenda Nairobi na alikuwa actually hata kuna mtu wakati nilikuwa nalia nikiwa na depression na ni wa familia. Sorry to say this na si eti ni discipline word, acha tu niseme tu nitoke. Aliniuliza, sasa unalia ni si tulikuambia uende Karen ukafungue miguu. Like so hizo that thing it really iliniuma kwa sababu mimi sikuwa, unakumbuka nimekuambia mimi nilienda kwa sababu nilijua naenda until marriage na nilikuwa at my desperate times. For real iliniuma sana that word na ni mtu wa familia na uliza hiyo swali. Sasa yeye anauliza hivyo na okay, sitaki kusema hivyo lakini si hata wewe ulifungua. So huwezi blame mtu mwingine kwa kitu yenye hata wewe ushaifanya. Unaget tena, lakini aliniuliza hivyo because na sasa mimi yes nilienda, sikatai yes nilienda nikafungua, but nilienda kwa sababu it was alinionyesha it is until marriage. So mimi nilikuwa naenda nikijua naenda kwa mume wangu ambaye nimempata at desperate times na ambaye najua huyu ni forever. Sasa nikiwa na huyu sitawahi sumbuka tena kwa life. Hata kitu yenye naweza kuambia ndio nimekuambia, wacha kusikiza watu wengine. True. Mtu mwenye anakuja kuambia about negative kitu yote negative ati sijui ulifanya ungefanya, hiyo kitu ishapita, si ndio? So hakuna kitu unaweza fanya. So ukufanya kitu mbaya, nimekuambia mtu hii ni baraka. Na kama imepita. So what we are supposed to do ni kufocus, tuangalie sasa situation iko hivi, tutasort mambo aje. So una get, lakini hatuwezi focus na kuangalia ulienda ukafungua mguu. Ndio nilikuwa nataka kusema, kama uko hapo na unaweza sikia story ya udem uanze kumjudge,
Najua by the way watu wenye uni watch ni watu a bit mature, so najua kuna mtu anaweza kimbia ati kujudge udem because unajua life venye inakuanga. Wacha nikwambie circumstances ziu kuforce unajipata mahali pengine, then after hiyo circumstance imefika unaendaga tu na keti chini unashindwa na nilijipata aje pale. Nikikwira ugedwa bagia ndio kana moyo gwogialia gikoyo hau ugedwa bagia na maundu mothe twikaga thini wa muturire witu ri inakuanga lesson. Umuthi wikaga undu uyu ugathoma, rucio geka uyu ugathoma, gutiri mundu ukoragwo wi perfect. Aikora wi muciari kama ni mzazi uko hapo, najua huwezi judge mtoto, jua hata wewe uko na watoto. Na bado kama wewe ni msichana na uko hapo, jua tu wewe ni msichana na jua huwezi mjudge. Na hata kawe ni kijana, ujue ile shit inaweza kuwapenia. So tusikue tunajudge watu wakikuja kupeana stories zao. The best thing that we can do ni kushikilia tu huyo mtu. Kasa hizo unasikia udema ali ametoka kuluzu mzazi wake, na hata before kuluzu huyo mzazi amekuwa tu up and down haja settle, amekuwa hapa amelose mama yake, ameingia kwa heartbreak. So tumshikilie tu, tutikamumania hali atigarete. So nataka tu pia na namba yako ya simu hapa. Ndio kama kuna mtu anaweza taka kusimama na wewe, anaweza kucall, si ndio? Yeah. Peana namba yako ya simu na majina yako. Asante. Oria aigwa ahutio ni story yo. Na anaweza taka kunisupport in one way or another. Namba yako ya thimu ni sijui kama niseme okay, ni 07 Yeah. 18 185 632. Utarudia tena. 07 18 185 632. Majina ulisema unaitwa nani? Majina ni Maureen Obed. Maureen Obed. Ama Maureen Wanja Obed. Maureen Wanja Obed. Yeah. Ama jina la usanii ni Hope Lady Fire. Hope Lady Fire. Yeah. Maureen by the yako na talent. Kama kuna mtu wako hapo anaweza simama na hii talent yake, bado uko karibu sana. So Maureen, for now wacha tumalizie hapo. Tuone venye God atafanya kutoka hapa. Najua God atafanya makuu, si ndio? True. Na from there, by the way uko na human ndani yako. Thank you. Hiyo jina umejiita Fire, si mchezo. Hope Lady Fire. Hope Lady Fire. The fire of the Holy Ghost. Manze. Wewe ni vibe. Thank you. Nime appreciate sana kukuwa na wewe siku ya leo. Thank you. Na naweza kuinvite siku nyingine at least ukuje tuongelesha watu hapa ama tuchape tu story. Wow. Si ndio? Thank you. Na ka God willing nikapata time bado naweza kuja huko nikutembelee. Wow. Hiyo time ikifika, si ndio? Kabisa. So for now kuwe na wakati fiti. Yeah. Na pia nyinyi mkuwe na wakati poa, tunawapenda sana. Yeah. Muendelee kusubscribe na muendelee kutusupport. Thank you so much. Hello guys, how are you doing? I hope you're doing good. Muthenya wa muthi ndina undu mwega muno ndamurehera guku ma followers makwa na ma fans makwa. Uhoro wigie broti ndina cio ci mwena wa Eastern Bypass, na ni broti ci handu hega muno kuma farafara-ini ria main ya Eastern Bypass ukuingira kilomita 1, na ona farafara yo ya kuingira ni ya rami. Uguo handu haria gukorwo gikinya Maram ni handu hanini muno. Handu hetagwo Karuguru. Wi Karuguru, ungioria Karuguru kuma haria rami-ini ukuingira o kindu kilomita 1 ukorwo kinyite broti-ini ici. Ni broti cia 50 by 100, na ndiriona broti igiri peke yake. Broti ici ndirakwenderia thogora wa ciringi milioni 5 o broti. Na handu haha kuringana na uria urahona to ni njui ni urona mbica, ni handu hakurite na njira nene muno. Ni handu haikaraga itonga, ni handu haikaraga atongoria, ni handu haikaraga maceleb, ni handu hega muno ungigura na wake muciĩ waku. Na ona ungiuga ati ni ukwenda gwaka apartment no wake, tondu ni ndona apartment iria ciakagwo guku ni cia gikiro kia iguru muno. Na ni ndageria kuririria ndaigua ati thogora uria apartment cirihagwo guku okorwo ni ta 2 bedroom ndaigua cirarihio ngiri 40 ngiri 50. Uko ni handu ungiuka hihi ona wenda ku invest na mwena ucio no invest, ungienda gwaka tunyumba twa kwendia no wake na wendie bei njega muno no cokie mbeca ciaku. Ungienda gwaka tunyumba twa gukomborithia taru uria mundu akaga tu bungalow to compound ukomborithagie no wiki uguo. Haha tigute ona hanini eroreri akwa kana arata akwa. Undu ungi mwega muno wigie cia icigire ndina cio ni ati cikomeire farafara. Ino ni farafara murona haha, uguo ci haha farafara-ini. Kundu guku maundu maria meku ni maingi muno. Guku kwina mathukuru,
nĩ ndĩrona thukuru ĩtagwo Lakewood haha ũguo, nĩ ndĩrona ĩngĩ ĩtagwo Royal Brain. Ũguo korwo wĩna mwana waku wĩ thukuru no ũrenda gwaka mũciĩ wa gũikara, mathukuru me haha hakuhĩ. Mabengi maihũire gũkũ, ngĩũka nĩ ndona bengi ta KCB, Equity Bank, nĩ ndona Cooperative, nĩ ndona mabengi maingĩ mũno. Okorwo nĩ ma petrol station maihũire gũkũ ona wahũta mamĩkawa marĩa me gũkũ nĩ maingĩ. Nĩ ndĩrona KFC, nĩ ndĩrona Chicken Inn cirĩ gũkũ, wenda kũnyua kahũa at cafe. Ũngĩbatara gwĩkaga shopping gaku, ma supermarket me gũkũ nĩ ndona Naivas, Quickmart kwanza nĩ ndona kwĩna igĩrĩ. Yani ũngĩenda handũ hega ha gũikara, handũ classic ti hangĩ nĩ haha rĩu. Ũndũ ũrĩa ũgwĩka no kũhũrĩra namba ĩno ya thimũ 0724 33 3313 0724 33 3313 nigetha twaranĩrie nawe. Ndakwĩra asking price nĩ ciringi mirioni 5 per plot, no ũngĩkĩhũrĩra hihi no tũmenye ũrĩa tũngĩaria. Plot ici ciĩna ready title deed, ũguo wagũra ni ready transfer. Wenda kwambĩrĩria mwako waku wambĩrĩrie hau. Mwĩkaribu sana, hũra namba ĩyo ya thimũ 0724 33 3313. Karibuni sana.